ajabu. Mipango ya Mungu aipangapo, hakuna mwanadamu yeyote aweze kuipangua mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu ni ajabu. Mipango ya Mungu aipangapo. Bethel Clouds TV, empowering lives. Yeyote aweze kuipangua mipango ya Mungu. Imba tena, mipango ya Mungu ni ajabu. Mipango ya Mungu aipangapo, hakuna mwanadamu yeyote aweze kuipangua mipango ya Mungu. Tazama Bwana asifiwe. Simpigie Elizabeth makofi. Wao unaweza kudansi ukiwa hivyo, ama kuimba tu kuamini, ama utatufanyia nini hapa? Bwana asifiwe. Sasa nataka nimlete mwimbaji wa pili ambaye ni mzee wetu, anaitwa Mzee Dominic. Tulijuana mwaka wa 64 tukiwa kule Eldama Ravine, na kuna wimbo alikuwa anaimbanga tukiwa kwa ushirika. Nataka naye tusikie atatuambia nini. Karibu sana Dominic. Okay, asante. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wacha nione Wakikuyu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakikuyu mpo? Leo tumeshughulikia kila mtu. Amen. Wakikuyu wasikie wakiwa nyumbani, wenye hawasikii Kikuyu wasikie wakiwa wapi? Haya, instrumentalist tonde. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usisimame before tuanze. Ukiona mtu mwenye uko karibu na yeye hataki kurukaruka ama kucheza, si muondoke. Amen. Yes. And it's a yes. Twende. Haya, weka mikono yako juu yote miwili hivi. Weka mikono yako juu vizuri. Haya, nataka upige hivi kama mtu mwenye anajua vile unafanya Haya, twende. Haleluya. Weka kamguu kamoja mbele. Alafu upige vizuri. Haleluya. Wega sudu. Twende pigia Bwana Yesu makofi vizuri. Kwa panero ya hatari zero ituna navi hatomwa Jesu merende kwa tera ngoro ihoyeruo nakweregerera hatari zero ni moyo wetu irore wetuo kwa panero ya hatari zero hatomwa Jesu merende kwa tera ngoro ihoyeruo nakweregerera hatari zero ni moyo wetu irore kukirugia kwa todhi rogo hanini Eli nakohana tawe moreu maundu mahe wega merende kwĩgwatĩra ngoro iria
ruo makwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo weteirwo rĩrĩa wega kũhana tawe mũrĩu wa maũndũ mahĩ nĩ wega mbere nĩ kwĩgwatĩra ngoro ihũire ruo makwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo weteirwo tũthiĩ guo Nierero turetie gĩthaitha Ngai mwende mũno tondũ haria nĩ kũigua mbere nĩ kwĩgwatĩra ngoro ihũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo weteirwo nierero turetie gĩthaitha Ngai mwende mũno tondũ niĩ mbere nĩ kwĩgwatĩra ngoro ihũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo weteirwo tũthiĩ ũguo twende haya twende nakinywa kiungo tũthiĩ Ngai Saga mohonokia na rwĩmbo no ndĩraina mũthĩo saga mo eni tondũ nĩngahotana eni tondũ nĩngahotana wa Jehova waikao eni nĩ hinya thiũrũrũka ũguo Ngai thiũrũrũka ũguo ndĩragũndingĩtoria ndĩragũndĩ watũhũ tũcioka muoyo nĩwe ũkaheana Jecoka hakĩnjĩra niĩ tondũ nĩngahotana tondũ nĩngahotana wa Jehova mũnene wa ita eni nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita tũtũgĩthiĩ ũguo tũthiĩ Ngai watũraga ndĩmuohe Jecoka akĩnjora mĩnyororo yothe ya ngoma Jecoka akĩnjora mĩnyororo yothe eni tondũ nĩngahotana eni tondũ nĩngahotana hinya wa Jehova mũnene wa ita eni nĩ hinya eni mũnene wa ita ambararia moko igũrũ ũguo tũkĩrĩkia eni nĩ wega cundu ambararia moko igũrũ ũguo Ngai haya tũthiĩ Israeli maringa iria itune nĩmeoneire magegania ma Mwathani tondũ ciao iria ciamainĩte thutha Ngai onire nĩ wega manine na maĩ nĩ wega tũgĩthiũrũrũka ũguo Ngai niĩ ningĩ marora hĩndĩ ĩrĩa marĩ werũ-inĩ Ngai amaheire nyũmba yarĩ ya gĩcango ũrĩa wacũthagĩrĩria gĩcango kĩu arĩ mũrũaru na kũhona ahonaga nĩ wega
Yenero pararo kwina muthenya wa muthe mbere yaku muthi wothe na iguru nĩũnjĩkĩte maũndũ maingĩ na mega ona manene itũngĩhota gũtarĩria nĩ wega wapisagwo na vigeregere kwa Yesu. Celebrate Jesus. Hallelujah. Ni fire sifa. Ni fire sifa. Bwana Yesu asifiwe. 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 Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasema leo inabamba? Wangapi wanasema ya leo inabamba? Inabamba. Wangapi wanasema ya leo inabamba? Haleluya. Haleluya moyo. Kurudia kare maidani. Kurudia nyama moyo. Ore utinye tinye umema. 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 Ruka, 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 ruka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa tunaenda vizuri, si ndio? Ukiweza kupiga picha piga. Hujui kesho tutakutana wapi. Ile time nitakuwa prezo wa inchi. Tusemanga haka kalikuanga worshiper wetu siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaenda kubadilisha tune kidogo. Bado tuko enzi zile. Bwana Yesu asifiwe. Na huzuni moyoni mimi si binadamu. Hili ya malebo amekata kuokoka. Nilizoimba ni nyingi nikimuonya malebo. Bado hajabadilika, sasa simbi nalia. Haleluya. Wangapi wanakumbuka huo wimbo? Wangapi wanakumbuka huo wimbo? Roll it. Umezipiga mpaka zimepasuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilizoimba ni nyingi nikimuonya malebo. Bado hajabadilika, yeye ni mtu wa kale. Na sasa namwombea apate kuokoka. Simbi nalia na mlilia malebo. Amekata kuokoka. Nilizoimba ni nyingi nikimuonya malebo. Bado hajabadilika, sasa simbi. Imanjo baraka uje kwa Yesu malebo. Yeye ni mwenye huruma atakusamehe kabisa. Jina lako la malebo litaandikwa mbinguni. Mpaka leo tutapita utako wake bikipa. Piga makofi yako. Makofi kwa Yesu wetu.
umepata yote, acha kusumbukia ulimwengu, tafuta Bwana Yesu utapata. Sema nami, Yesu ni mambo yote, ndani ya vyote, ukimpata yeye umepata yote, acha kusumbukia ulimwengu, tafuta Bwana Yesu utapata. Malebo na milia malebo mbani nyingine nikimuonya manini bado hatabadilika. Sasa sini malebo mikata vigelegele vigelegele chezea Yesu. Makofi kwa Yesu. Sasa hii ya mwisho sitaki tuende mbio sana. Hii ya malebo umepeleka na speed ya kigosho. Hii nataka tuende sasa pole pole. Tunataka kuranda. Bwana Yesu arande roho zetu, si ndio? Yeah. Haya, roll it now, twende. Makofi ya juu namna. Seremala uliniambia kuja kesho inakuwa mwaka baba. Seremala pesa zangu nilikupa mbele, kesho lugha ya maseremala wote. Seremala umemtapelikiande vigelegele ya seremala wala kinalia kochokocho shida. Kabati milango haifungi vizuri, stuli nayo imeangusha mama mkwe. Seremala nemtapelikiane vigelegele kwa Yesu. Wa kweli ni mmoja tu, aliranda bila ya udanganyifu. 18 miaka yake kazini, hata leo naweza randa roho yako. Seremala unamtapelikiande pende kuja kesho imekuwa mwaka sasa baba. Na seremala pesa zangu nilikupa mbele, sasa mbona unanifanyia hivyo seremala? Seremala mtapelikiane. Amini Yesu ni seremala atakuranda roho. 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 Oh, amini Yesu ni seremala atakuranda roho. Yesu ni seremala atakuranda roho. Atakuranda roho. Atakuranda roho. Oh, atakuranda roho. Oh, atakuranda roho. Oh, atakuranda roho. Oh, atakuranda roho. Música.
Twende na naye. Dancers wote. Waimbaji kujeni upande huu sasa. Twende na naye. Zamani. Asifiwe. Ina mikono yako juu. Mwambie Bwana, hata hapa nimefika na wewe. Unastahili. Karibu Roho, karibu Roho, karibu nataka kuponya na wewe.
nataka kusema na Roho, moyo wangu uponye. Nataka kujazwa na Roho, nataka kujazwa na Roho, nataka kujazwa na Roho, moyo wangu. Sema karibu, karibu Yesu, oh karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, oh moyo wangu upone. Oh karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, oh moyo wangu upone. Oh karibu Yesu, karibu Bwana wangu, karibu, oh Yesu, karibu, karibu Yesu, karibu, oh moyo wangu upone. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, oh ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, oh ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh ni wewe, tunakupenda, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh ni wewe, tunakupenda, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, oh ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh ni wewe Bwana, 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 ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh ni wewe Bwana, oh ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, sina mwingine Baba, ni wewe Bwana, 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 ni wewe Bwana. Inua mikono yako juu, mwambie Bwana ni wewe, hatuna Mungu mwingine. Mwambie Bwana, mwambie wewe ni tegemeo, mwambie hatuna Mungu mwingine, mwambie wewe unatosha, mwambie ni wewe tu, mwambie ni wewe tu Bwana. Naweza kumwambia Bwana kwa maneno yako kwamba hakuna mwingine, ni wewe umenifikisha hapa. Asante Yesu. Amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Amenena mwenyewe, haleluya.
haleluya, utaishi ukitazama. Amenena mwenyewe, utaishi, utakufa. Usiogope, usiogope, usiogope. Amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Amenena mwenyewe, utakufa, utakufa, utaishi ukisema yeye ni mwema. Amenena mwenyewe, atakuponya magonjwa yako. Usilie, usilie, usilie. Amenena mwenyewe, takutoa aibu yako. Usilie, usilie, usilie. Amenena mwenyewe, utapona, utakufa. Usilie, usilie, usilie. Amenena mwenyewe, atalipa madeni yako. Usilie, usilie, usilie. Amenena mwenyewe, takuondolea aibu. Usilie, usilie, usilie. Amenena mwenyewe, anapanguza machozi yako. Usilie, usilie, usilie. Amenena mwenyewe, atapigana vita vyako. Usilie, usilie, usilie. Amenena mwenyewe, utaishi, 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 utaishi. Tazama, tazama, ishi sasa, kumtazama Yesu. Amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Tazama, tazama, ishi sasa, kumtazama Yesu. Amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Tazama, tazama, ishi sasa, utazama Yesu. Amenena, amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama.
usiogope, yuko nawe. Haya mapito napitia, anasema usiogope, 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 usiogope. Haijalishi vita vyako, anasema yuko nawe. Usiogope, usiogope, usiogope. Amenena mwenyewe, haleluya. Utaishi ukitazama. Hiyo vita sio yako, usiogope, usiogope, usiogope. Mimi niko nawe, mimi niko nawe. Ewe mwanangu, umepigwa sana, usiogope, 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 niko nawe. Unapitia kwenye moto, anasema usiogope, yuko na wewe, yuko na wewe, yuko na wewe. Amenena mwenyewe, haleluya. Usiogope, usiogope. We give you all glory. We worship you, Allah. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Worship you, Allah. You are worthy to be praised. We give you all the praise. We worship you, alone. You are worthy to be praised. We give you all the praise. We worship you, alone. You are worthy to be praised. You are Alpha, you are Alpha and Omega. We worship you, alone. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha, you are Alpha and Omega. We worship you, alone. You are worthy to be. We give you all. We give you all the glory. Oh, we worship you, alone. You are worthy to be praised. Oh, we give you all the glory. We worship you, alone. You are worthy to be praised. Come on, everybody, lift up your hands. Give God all the glory today. Give God all the glory. 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 We God all the glory. Oh, we give you all
You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Oh, we worship you alone. You are worthy to be praised. Oh, we worship you alone. You are worthy to be praised. You alone. You are worthy to be praised. Yes. Worship you, Jesus. We worship you, King of Glory. We worship you, King of Glory. Oh yes. We worship you, King of Glory. Zeketeterababosha. We worship you, King Ori of mama Glory. mazenderi ababoshaka. Uziaterarababorine. We give you glory. Father, we glorify, we thank you, we give you honor and glory. We worship you this wonderful morning. God, as you given us another opportunity to come and worship you, Father, may you guide us, may you lead us, may you teach us. In Jesus' mighty name, amen. Thank you worship. Nilikuwa nimeshindwa hutu tumusee tunaabudu. Najua nimeshagaa nikiwa huko ndani. Hii ni kanisa inakuwaga na vituko, sasa nikashindwa. Naangalia nasikia sauti ni ya mtu najua, lakini kamsee kamevaa kofia ndani ya kanisa. Hii kaleta shida. Nikafikiria sana, lakini nikasema tu no wega. Ai korogo nigo roho arauga ri. No wega. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Huyo mama ako na macho ine huyo. Haunioni vizuri? Naona unajaribu kuniangalia baka umefulisa. Kuja ukae pale. Kaikaraga na waikaraga hali. Yes. Somebody to feel akalie kitio yake. Wewe leti kama kuja hapa. Wewe leti kama kuja. Kuja na bagi yako. Iko wapi bagi yako? Yako iko wapi bagi? Wewe nayo? Bihare. Nigetha nguonage. Yes. Tihora ukagerere ureciria. Guku gutiri ukagoria mureciria. Bwana asifiwe sana. Ale athuri mumaigire na kuria thutha niki. Si mungireta wengine hapa wale wako kule nyuma. Ushering department ni kama hamujielewi siku hizi. Wale kama huyo ako na nywele nyeupe mingi, huyo mwebaba huyo anakujaga wakati anataka, huyo mse. Huyo si huyo nyuma, oishio. Huyo anakujaga venye anataka. Ataenda na malisa kama sasa amekuja after 5 months. Mulete hapa. Ukaa hamuthe. Hao wako nyuma walete saidi. Yes. Toa kofia sasa. It is not our norm. It was good presentation. Nimeona ni tushosho na tuguka. Good. Jipigieni makofi. You've done it well. Nimefurahi. That is what we call innovations. Be innovative. Wacheni kukaa venye mulianza, venye muko, you have not changed. You are the same people yesterday, the same people today, the same people tomorrow. You lose touch. But when we tunakuwa creativity, waweke activities za bere. Hii unaachia nani hapa? Ni watu gani special mnawekeaga? This is our special people. Waweke hapa bere. That was the mission of Jesus. Jesus never taught us about a church. Hakutupeleka kanisa. He spoke about the kingdom. Sema kingdom. The kingdom is working. Kingdom is participating. Kingdom is being present. Hallelujah.
Kwa hivyo hapa sitaki kusikia you are not working, you don't have something to work. Na I'm ready to lose everybody to start afresh. Kama ni church mnataka kuniigiza. Kama ni church hata mimi nitawachana na hii, niigie hapa kwa Ng'ang'a Harrison. Nianze kukula sakramenti huko. Kanatigwa? Yeah? Hapa kuna ndio radio ukashoka kidelia tiga muhahe. Na nduga wakwa thirenge haria uthi uguo wathi uthiete pio kudukana coke ringi. No igua kidelia. Nidakurire wira waku kidelia. Tiga muhahe. Teo tukotoko icio rati ndoke huro tufinyo. Andu acio ni guguthukia maraguthukia hakiri tondu ni ndongo mothi. Ni andu akuo hakiri na moyo na indo ciothe. They want to abukisa you to kill you spiritually. You have a destiny, you have a calling. Uretekera niki gucera na boy. Uretekera boy niki cikwariri. Waka Jesu ni ametire foxes ri na akimeta boy ri. Why are you going back to what Jesus hated? Jesus was not a pastor. Jesus was not an apostle. He was not an evangelist. He was who? A teacher. A teacher does not have an institution. A teacher teaches people to become free. It is high time now we change the systems zote zetu. From everything that we are doing, we change completely. Leo ni February 1st. Hello? We have to change everything. Every system zote zitabadilika leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Then anything that we've been doing nonsense hapa ujinga mwingi has to stop. We have to build a system of a movement. Co-workers in the kingdom. Co-workers in what? In the kingdom. We have to raise a generation that 1 year to come, people will say, there is a generation that was raised somewhere. Mambo hii ya zamani ya kukaa ati sasa mpaka mtu analiga wanasema tutigothie mothe kanitha tuone uria gweka. Ati tutigothie mwana JK katwale na mashindano nawe. Were we competing with you? Were we? We were not. I was not in competition with you. I came here to serve. I will have a calling. And my calling, I have to do as per to my calling. Bwana Yesu asifiwe sana. I must move according to the calling. And do according to the calling. I am not here to please anybody. And I'm not looking for a follower. I don't intend to have a follower. I am getting you into your offices to work. Followers ni kuwatoa kwa ofisi mkuje munifuate into my office. I don't want you to follow me. I want you to get into your offices. Mufanye kazi ya Mungu, because this work I cannot be able to do it alone. I'm just a trumpet to blow na watagazia. My mission why I was brought on this world inaanza leo. The reason, the other time it has been preparation. I've been prepared. Nimegogwa, nimepigwa, nimefanya. Si mumenigoga. Mumenifanya nini? Kuna kitu mumenifanya? Yeah? Ama mnataka niwapatie another 1 week ya kunigoga? There is nothing you will do. Bwana asiwe sana. There is nothing. I am on a mission. And I have to accomplish the mission. And I have started now officially the mission. Wewe mjigo ulikuwa unanifuata ukifikiria utakuwa girlfriend yangu ama bibi yangu ama nini takataka, hautaniona. I'm in my mission. Kama hukunipata hiyo time, you've lost me. Network imepotea, imezimwa. Tumeingia huko mlimani, hakuna network, hautanipata. Sasa kama hauko na job hapa, I don't need you here. Hello? Ni muraigwa. Kama hauko na kazi wapi? I don't need you here. Go where idlers are. Enda kwa nyumba ya ma-idlers. Ufanye ukae huko. Live there. Do there your things. Leave me alone. Niacheni niende. Nikahubiri injili. Niacheni niende. Nikahubiri injili. Situendelee. Si mnajua hiyo niacheni niende. Nikahubiri injili. Ina mama wapotea kwa sababu ya masengenyo. Niacheni niende. Nikahubiri injili. Niacheni niende. Nikahubiri injili. Niacheni niende.
nikahubiri injili. Kina baba wapotea kwa sababu ya busa huko, niacheni niende. Watu wa Muratina, nikahubiri injili, niacheni niende. Nikahubiri injili, niacheni niende. Haya, nikahubiri injili. Tena hivi. Na wengine wapotea. Piga makofi kama uko na mikono. Nataka wewe simjani. Niende, nikahubiri injili. Niacheni niende. Nikahubiri injili, niacheni niende. Nikahubiri injili, sitatendewa na ninyi ambao hamjui Yesu. Niacheni niende. Nikahubiri injili, niacheni niende. Nikahubiri injili, niacheni niende. Nikahubiri injili. Wale mlionifunga sasa muniwachilie. Niachilie. Nikahubiri injili. Twende kazi. Niacheni niende. Mtu wa keyboard. Nikahubiri injili. Kwani unahombwa? Niacheni niende. Nikahubiri injili. Wale mlionifunga na nguvu za waganga, niacheni niende. Nikahubiri injili mama. Niacheni niende. Nikahubiri injili. Niacheni niende. Nikahubiri injili. Wale mlionifunga na nguvu za mishetani, niacheni niende. Nikahubiri injili. Simameni tu, simameni kwa miguu yenu. Simameni tuimbe hiyo. Ngoja. Wewe uko na sauti nzuri ya kuimba hiyo wimbo ama ni mwingine? Unaielewa vizuri? Weka keyboard. Mtu wa keyboard alienda wapi? I have to make a divorce today. Lazima tufanye divorce. Ndio. Clouds TV. Lazima tufanye divorce. Empowering lives. Yes. Lazima tufanye. For this ministry to grow, a divorce has to be there. Si ndio? So that we can raise a team for God. Mashosho na maguka. Mulitu surprise. Yes. Si ungeniambia saa ile wakati nilikuuliza naye kwanza. Achana naye kwanza. Ufanye huduma. Wewe ni mtu wa huduma, si ndio? Hata ukikosa fare unaniambia nimepata fare. Usirudi kuedaga na shosho. Umesikia? Shosho wako kwa wapi? Unamuona? Umuani? Kuja hapa uone kama utamuona. Kuja hapa. Mwangalie unamuona mahali? Ako wapi? Mwambie achana na mimi nifanye kazi ya Mungu. Achana na kazi ya Mungu. Thank you. Sasa hawa watapimwa. Sawa. Sunday wakuwe na uniform. Na viatu nani alikuwa analeta viatu? Sunday. Na waogeseke. Mlikuwa wengi. Wale wa mkuru wako wapi? My sweet hearts wa mkuru. Hata amfanani mkuru sasa. Sasa nikanywele tu katengenezwa, si ndio? Kanywele katengenezwa kakue mzuri. Ni chafu hapa. Kuna vichafu. Kuna nyasi kwa kichwa. Mtoe. Imekatalia. Ni nini wewe inalia hivyo? Ni cable, kuna cable either ni ya keyboard ama ni ya hapa. Hebu chomoa cable. Si unasikia? Kuna itirafu, ubadilishe baadaye. Hiyo cable ya nini kuna. Sasa sawa? Tuko ready? Wewe shosho amuka. Tugama. Enda kunywa mai. Haya, twende kazi. Tuweke mitambo kwanza. Haya, twende. Haya. Nikahubiri injili, niacheni niende. Nikahubiri injili nasema, niacheni niende. Nikahubiri injili, niacheni niende. Nikahubiri injili, niacheni niende.
nikahubiri injili, niacheni niende, nikahubiri injili nasema, niacheni niende, oh nikahubiri injili, niacheni niende, nikahubiri injili. Kina mama wapotea sababu ya masengenyo, niacheni niende, nikahubiri injili, niacheni niende, nikahubiri injili, niacheni niende, nikahubiri injili. Na wazee wapotea kwa sababu ya ulevi, niacheni niende, nikahubiri injili, niacheni niende, oh nikahubiri injili, niacheni niende, nikahubiri injili, oh niacheni niende, nikahubiri injili, 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 niacheni niende, nikahubiri injili. Wale mmenifunga, niacheni niende, niwachilie niende, nikahubiri injili, niacheni niende, nikahubiri injili, niacheni niende, nikahubiri injili. Thank you. The message is clear. Musiende kilasi leo, mukae hapa kanisani, si ndio? Ongea na mwalimu wenu, museme tutakaa kanisani leo tuhubiri pamoja, si ndio? Baeni viatu wenu mwende mukae chini. Beautiful ones, beautiful. Na tuendelee kuwarebesha kama you have capacity, kama uko na uwezo tuwanunulie nguo ingine na ingine. Sade hii wakikuja na hii, sade hii wanakuja na hii. Let's make them beautiful. That is the only way we can resonate na hawa watu. Chomoa hiyo kebo. Hiyo ya hapa. Chomolea hapa. That is the only way we can be able to resonate na hawa watu. To bring them closer. Because this church Bethel Clouds TV, empowering lives. Tuko na mashosho. So we need to balance, and we need to have a specific team dealing with the youth. Hallelujah. A specific team that is dealing with the youth, meaning the youth ni kutoka sasa mayu. Bethel Cloud. Tutafute timu ambayo itafanya hiyo kazi na msimamizi wake, ndio tukue na an independent church, a different church from what we are. Hallelujah. Because these people, they cannot, even tunakuwa na uzee mwingi hapa, hawa watu hatutapelekana na wao. Ndio unaona tunaanzishaga inaanguka, tunaanzisha inaanguka kwa sababu tuko na uzee mwingi. Wale watu nimepatia uongozi wako na uzee mwingi. Sasa ule kijana anataka kuishi maisha yake na wewe unataka kumuonyesha uzee. Wewe maisha yako ulipoteza, sasa unataka hata yeye apoteze maisha kama wewe. Are we getting? So we need a team that can resonate with them, that can work with them, that can come into the newness. Kuna vitu vingine mpya vimekuja. Kuna mambo mengine mapya yamekuja. All these things zimekuja ndio wa fit in. Hallelujah. The teenagers, we need the teenagers. Wamekuwa hapa wengi sana, lakini we lacked to understand them. Wakaenda kwingine, wameenda wamekuwa embraced kwingine, because sisi bado tuna thinking capacity yetu ni ya uzee. Tueshira hiyo tatuguka na toshosho na totoi. Na instead of thinking like them, because they have the way they think, they have the way they look at things. Venye wona angalia vitu sivyo wanaona. Hallelujah. They are on TikTok, they are learning. Na ukiangalia kwa TikTok, nimekuwa nikiangalia of late, they have wako na teachings mzuri sana. They are deep in the word. They have better understanding than us. Sisi tulikutana na wazee ambao walikuwa natafuta tu pesa. They were not looking for the word. Walikuwa najenga kanisa ikuwe kubwa because of money. Ndio akuwe tajiri. Ndio akuwe. They never thought of building people so that the movement of Jesus can be grown. They only thought of mimi niko na kanisa, niko na makanisa gapi, because that is the one thing. They think mimi niko na makanisa 200, mimi niko na nini, niko na magari makubwa. That is what our fathers did. Kwa hivyo our generation was lost. Hatukupatiwa the real word. Hatukufundishwa the motive of Jesus Christ. Why did he come? And what is the responsibility? And what alikuwa nataka sisi tukue kama nani? We were never taught. Ni sasa ndio tunajitafuta. Fortunately tumejitafuta na tumejipata. Hallelujah. Tumejitafuta na tufanya nini? Tumejipata. Na tumekuwa sasa tuko. Mimi kama sasa mimi nimejitafuta. Na nimejipata. Na nimeunderstand who is Christ.
Nimeunderstand who is what? Christ and his role. Na alikuwa amekuja kufanya nini hapa? I have understood. Understanding. I have the understanding of what he came to do here. Yani nimeelewa, he never came here for a church. He came here for a movement, the kingdom of heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. For those that tumekuwa na wao in this challenge, tumekuwa na wao in this move, tumeenda baka mulima, you've supported this movement, you've supported everything. I want to thank you. May God bless you. May God find favor. May the favor of God find you in whatever you do. Mungu akuongose kwa chochote chile. Yani you've done something that was amazing. It was so impossible for me ku penetrate into the spiritual realm ambayo imefugwa na mababa zetu. Our spiritual daddies, they had waliweka wall na huwezi kupenya, huwezi kuingia, you cannot make it. It was blocked because ile masomo walitufundisha na hapo walitufundisha na ikakuwa hivyo. Na ukienda kupigana nayo unasema kijana unapigana na roho ya Mungu. Sasa ukisikia unapigana na roho ya Mungu unarudi chini mara moja because ni spiritual daddy. Lakini tukavuja hiyo mipaka, tukaenda kujitafuta. Tumejitafuta. They are still trying to fight us, but now we have the mantle. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kitu tunasema we respect them, we love them, lakini wafuge mirago, waende wakae nyumbani, tuendeleze kazi hii. Ndio tuweze kufundisha hawa wako nyuma yetu, washike kitu mzuri, waelewe the meaning of the Bible, waelewe the meaning of the word, waelewe the meaning of Christ, waelewe the meaning of God, because we are confused, totally confused. Because people come here for miracles. Ukikosa kuona miracle unaenda kanisa hiyo ingine. Being a miracle seeker, you are the most hopeless and useless person on earth. Because you don't know God. You need God to be part of your life. You need to learn God. You need to understand God and to know God and let God teach you so that you can be able to have a position in the kingdom. What we are looking for is a position. In where? In the kingdom. When you have a position in the kingdom, you are at home. And when you are home and we are in the kingdom, you will have sought the kingdom and its righteousness. Then the rest is added. When you have the kingdom, when you have a position in the kingdom, you have everything. Because you are inside the kingdom. You eat in the kingdom. You eat what is in the kingdom. You eat the fruits of the kingdom. You live in the kingdom. You are a beneficiary of the kingdom. You don't struggle anymore. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't do what? Mase yako hapa kuja nisalimie Mase. Mase ndio tulijenga kanisa ya neno na yeye huyu Mase. Alikuwa City Kajo. Wakati alisikia, unajua alikuwa anapenda Mogeke. Alikuwa anapenda nini? Mogeke. Alikuwa kwa City Council kule, kwa City Council. Uliwarugamireke? Warugamireke? Water and sewerage? Nairobi Water. Oh, mkaenda Nairobi Water. So this lady, wakati aliona nimeokoka, na ndio uliokoka kama ulikuwa umeokoka? Sishike microphone basi wala kwa nimeokoka. Ulikuwa umeokoka, ukanivua ukakuja kunitafuta huko. Yeah, tukapatana huko kwa. Ulikuwa unanitafuta kwa nini? Ni toro daka handsome ama ulitaka kuja? Alikuja mpaka huko kwa neno, tukajuana. Kutoka hapo tukasaidia kujenga hiyo kanisa. Huyu tulifagia mafi hapo ya machokora na huyu. Bwana asifiwe sana. Na tukatengeneza hiyo area yote ikakuwa mzuri. Tukaendea mabati hapa Kabara Road na machuma. Huyu mama ametemia pesa mingi sana hapa kujenga kikokona. Nilimuona nikafurahi. Huyu nuo kamusi tageibia ndo agai. Thank you. Bwana asifiwe. Naitwa Masi. Nimeokoka na mpenda Yesu. The reason nilifuata apostle, napenda watu uko na history negative alafu ina turn to be positive kufuata Yesu. Inanifurahishanga sana saa zile naona mtu kule ametoka na kule anaelekea. Nimekuwa nikienda kanisa Sitam for the last 15 years. That's my son. Teddy, can you come? Ulihama huko? Hapa kwa baba. Sijawahi enda, tulitoka tukaenda siku ile tulitoka tukaanzisha kanisa huko. Nakuru tukaanza kanisa. Then after huyu ndio Teddy? Huyu ndio Teddy. He used to be a small boy. Yeah. Now you are grown up.
Yeah. Now after tumefungua kanisa, then kanisa ikafungwa. Kulikuwa na mashida mingi, pastor akarudi Nakuru. So tukabaki. From there I joined CTAM. Na it's very funny. Hapo ndio kind of nimelelea Teddy. Although tulienda pia kwa Bishop Ogonyo. But later tukatoka tukaenda CTAM because ni karibu na mahali tunakaa. Hapo ndio nimelelea Teddy. Na it's very funny, sijawahi join church. I've never been a member for the last 15 years. I've been a church goer, nafanya kazi, nafanya anything, but roho ilikataa kujoin as a member. Now, what ilinifuruta kwa hii kanisa, I remember nilikuja last Sunday. Hata kuna dada aliniambia, sorry tulisahau kuita wageni wale wamekuja mara ya kwanza. That was my first Sunday, today is my second Sunday. Ile ilinifuruta ni your teachings. Na the last one niliona was about kwenda kwa mlima. Nikasema, this thing is mind opening. Wacha niende nisikie karibu. Ndio nikadecide kukuja. Na leo nikaambia Teddy lazima tukuje na yeye, hata yeye nimuintroduce kwa hii kanisa. Kupenda sana na kuwatch. Unamwambia nilikuwa namununuliaga pizza. Tukitoka church. Yeah. So nimetembea tena leo na nimeshukuru na Mungu awabariki. Teddy umesomea nini? Computer science. Sasa hiyo nini? Sisi hatu kusoma. Ni IT. Unajua mambo ya IT kabisa. A profession. Niletee makaratasi yako. Yeah. You work in my farm. Salimia watu. Nampenda Mungu. Kwa Teddy. Thank you. I'll give you a job. Huyu ni mtoto nimelea, I'll give you a job. I wanted to say how Teddy got saved. Walienda kanisa na my sister pale South B, you remember akiwa mdogo. Alikuwa 4 years. Pastor akasema wale wanataka kuokoka wakuje. So huyu alikimbia kwa pastor pale mbele, na pastor hajarudia mara ya pili. Huyu alikimbia akaenda, naye my sister anakimbia kumshika. So pastor akamwambia, hapana, wacha tusikie ni nini anataka. Akaambia pastor, nataka kuokoka. Pastor akamuuliza, unajua kuokoka ni nini? Akasema hapana, lakini nataka kuokoka. Aliombewa hiyo siku akiwa peke yake 4 years. Aliokoka even before me. Yes. Wewe umeokoka? Mimi nimeokoka. Na hujakuwa church member? Sikuwa. Kuna kitu. Kuna kitu. Will you want to be a church member here? Oh yes. Thank you. Yeah. Nani register? Simeona sasa watu wa Mungu wameanza kuleta. Nikora itafanya nini? Yes. They know my history. Wanajua utoto yao. Wanajua unasikia history yako. Hanifuati kwa sababu ya kitu nimekulia Hallelujah. Yes. Weta ukikuwa jina ya member tuwe kadi na ulipe. Ile ndio inabidi kule na Teddy kwa member kanisa na ulipe. Kesho uliite kupeleka kwa ofisi ya kazi. Thank you. On that note, nilikuwa nimeenda mlima. Si mnajua nilienda mlima. Kuna watu wengi walipiga kwenda mlima wa Hai Church. Mlima haiendagwi na watu, inaendagwa na mtu. Are you getting me? Mlima haiendagi inaendagwa na nani? It is your heart. You only can be able to determine what will become of you. You don't need to go at tuende mlima. Hatuendagi. Hata mimi ukinienda kule kwa mlima ukifikiria tuko na nyinyi, I am not with you. I am alone. I am seeking my God. I'm seeking for my revelation to find God.
mimi natafuta Mungu always. I use my money, I use my property, everything. Maana kwa Mungu nilifanya hivi, nilitumia pesa, nikatumia energy yote kutafuta Mungu wa Kirinyaga mlima. Sasa wakati tumetafuta Mungu tukatafuta mlima, nothing. Hatukupata Mungu wa mlima. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikadecide sasa wacha nifanya nini? Nitoke. Nikatoka nikapatana na huyu baba yuko hapa chini. That is my spiritual father. Awe mubaya, awe mzuri, awe jagiri, awe muuaji, awe nini, that is my father. Hello, learn to respect your authority. Huyu mwenye alikushika akakumwagilia mafuta hivi, akakuwekelea mkono ukaokoka, that is your link. Huyo ndiye alitumika wakati huo. Kwa kulikuwa na wengi wazuri, lakini huyo mubaya ndiye alitumika. That is my father. Awe ni kiwete, awe ni jagiri, awe ni amelala na wanawake wote, hajalala na wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usho ndiye papa wako. And I respect him. Wherever I go, I buy him a goat. Naendaka namtafuta, namwambia msee nakuja. Anasema unataka nini? Namwambia usijaribu kunitusi. Mimi nakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabeba mbuzi namwambia hii kwenda chijia watu wakule. Hello. Na tafuta tu pesa kidogo hivi, inafika milioni moja hivi kitu kidogo, naenda na bebe msee kula. Hallelujah. Because that is the man that was used. Alitumika kuosha uchafu yangu. Nilimpaka uchafu, nilimpaka takataka. Watu walisema hata yeye amekuwa mugeke, alilaumiwa, aliambiwa maneno mazito kwa sababu yangu. I have to pay that price. That is how to tap the anointing and the blessing of a spiritual father. Hii mambo mnakuaga nayo hapa ya kushindaka ati nini masegenyo kunizungumza, you will never get anything from me. Na kama kuna kitu uliwahi kunipata kutoka kwangu, it will be retrieved. Fungua hiyo mdomo yako, hiyo imekaa kama ya nini. Fungua endelea ku, it will be anything that you ulipata kutoka kwa hii madhabahu will be taken back. Learn to obey the anointing you are under. Because through that anointing, I cry a lot. I go to the mountain. I go to very many places. Kukulilia, kupigana. I'm not special. I'm not very important. But there is a connection. I connect you with your blessing. That is why I am your spiritual father. Hallelujah. That is why what? I am your spirit. That's why you sit under me. Nikufundishe. I'm not so special. Mimi si mtu wa maana. Hata mimi nakaa chini ya Harrison. Harrison ni baba yangu ya kunilea. Yangu ya kunizaa ni James Maina. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tumefungua kanisa na huyu na pastor mwingine tulikuwa tumetoa Nakuru, alikuwa anaitwa Pastor Dick pale Berikanto. Na ikavuma na ule Ochuka. Na ikavuma kabisa, na ikavuma vizuri. But venye ilianguka nobody understood because tuliingia, tulivuja kanisa, tulijaribu kuvuja hapa tukapeleka watu. Maana sisi wote tukienda pale tulikuwa washirika wa mzee. Mzee alisimama pale akasema nasikia kuna watu wengine wamefungua kitu kingine na hapa. Kila mtu aliondoka kienda direction yake. Mimi nilienda yangu, ule mwingine akaenda. A father is a dangerous person in your life. A father is a dangerous person in your life. Take care. My brothers and my sisters, take care. Siwaambii munifuate na nimewarilisi wale wakwenda muende. Usiende kama nimekulaani, because nitakulaani sasa. Nitaachilia kasi na nitaachilia blessings. Ile direction kale kanjio utanipitia hivi, kale kautaigiriria, tutababania hapo kwa hiyo njia. Tutagongania hapo. Are you getting me? Tutagongania na nita make sure nimekudhuru kama umekuja hiyo direction. Musa aliambiwa hivyo. Abraham aliambiwa namna gani? Aliambiwa namna gani? You will curse those who curse you and you will bless those. It is an authority from heaven. Sio yangu, na Mungu amenikubalisha. Na ndio maana tulienda mpaka mlima, tukapanda mpaka kule mlima. Tulipopanda mlima, Mungu amenena. Tukapatana na jamaa wengine walitupeleka huko wanaitwa Potters. Walitufikisha mpaka kwa mlima. Wengine walikatalia pale chini wakasema sisi hatuendi. Tumesikia hiyo maneno mnaenda kufanya huko, tutakoma huduma shu. Hiyo maneno mnaenda kufanya huko, hii hapa hakufanyagwi. Wewe enda peke yako. Jamaa wawili
wakasema tutaenda. Jamaa mmoja ni Masai, mwingine ni Mkikuyu. Sasa yule Masai akatuambia tuende, na haikuwa ameenda mara nyingine kwa mlima kabisa. Ni tukavumilia na tukaenda tukipanda. Wasese ndio huyo akashikwa na mademoni za kwao. Sasa huyu Masai, najua tulikuwa tunaenda kutoa ile hizo, nimwambia mambo ya sisi tukiwa Mogeke tulitafuta Mungu tukakosa, maana tulikuwa tunaangalia mlima dai dada yaga Kiroro Manyamba, maana Mungu wetu alikuwa anakaa wapi? Pale juu. Mnanielewa? Sasa tunadhadhaya tunavuta tubako, tunavuta tubako. Sasa ugenikuta tukiwa na shiko, tulikuwa tunakaa wanyanya wazee, mapua baka imekujika hivi because ni kuvuta. Alafu tulikuwa hatuna tabia, hatuna usafi. Hasa ukimaliza kufanya hivyo nafanya, alafu unafanya, alafu unaingia kwa ugali. Hivyo ndivyo tulikuwa, maana Mungu wetu tulikuwa na ako wapi? Kumbe huyu Mungu alitolewa kitambo. Serikali zilipokuwa huko za Mwingereza, walienda wakatafuta Masai anaitwa Lenana na watoto wake Sedeyo na Batiani, wakawekelewa hapo. Ile kamulima unaona pale kanaitwa ile ndio hapana, Lenana ni ile, si tulikuwa pale? Lenana ni ile, hii ndio Sedeyo na huyu ndio Batiani. Unaelewa? Sasa mlima ulibebwa, but in the spiritual, Lenana was a spiritual leader, alikuwa high priest, ndio mwenye kutoka hapa Nairobi hii ilikuwa yake, kupanda Ngong, kupanda Kiserian, baka Kajiado yote, baka Narok ilikuwa ya mtu naitwa Chief Lenana. Na ndio amepatia Kenyatta shamba hapa Lenana Lescos. Hapo ndio mke wa Kenyatta amejenga nyumba, kwa sababu mke wa Kenyatta ndio alikuwa mtu yani Kenyatta baba alitafuta mtoto mmoja ambaye, unajua Masai walikuwa naenda wakikuja area kwenu wanachukua mabibi wale kwa wogota wanataha mabibi, wanawashughulikia, wanawacha watoto huko, wanaenda wakiedaga. So baadaye Lenana alitafuta Kenyatta akapatia shamba pale. And this man was a spiritual leader, was a chief, a high priest in the order of Melchizedek. Kama hamjui, wa Masai they are in the order of Melchizedek, in the order of that. Ndio unananga mpaka saa hizi wanafanyanga matambiko yao na wanafanyanga dhabihu zao na zinatimika. Ukienda kwa circumcision yao ceremony, uende saa hiyo ndio unaelewa hawa watu si wa kawaida. In the Bible, the book of kama ni Deuteronomy inasema a Masai man. Hiyo ni kitabu gani? Leviticus. Ya Leviticus inazungumzia Walawi, because wa Masai ni wa Walawi, ni adhejeri Gai na Ikaba. Wa Masai na Wakamba ni wadhejeri wa Gai, ndio Walawi. Nao wa Kikuyu ni familia ya Juda, ni Adhamaki. Are you getting me? Are you getting me? So mzungu alienda akatafuta kushika hii mlima, aondoe wenye mlima, atafanya namna gani? Alienda kwa nyumba ya kikuhani ya Lenana, akaweka majina yao pale. So akaondoa Gai wake Koyona Mobi, akaweka Masai. Sasa tukisema dai dada ya Gai ni Sedeyo anaitika. Dai dada ya Gai ni Batiani anaitika. Dai dada ya Gai ni Lenana anaitika. Ndio unaona Wamasai wanaendelea kubarikiwa. Ndio na msuko na ingia ndege kuja kuona Masai. Na nyinyi mmesoma sana wa Kikuyu, very important, very special. Nobody can come to see you. Maroka kuonanya mushiagetha kama mutiga kufarafara. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajaribu mpaka kwenda kutafuta, mnaweka hii date, ni date. Ni date hii ya kutafuta wasuku. Dating site. Unaona wa Masai wasichana wanapata wasugu, shikwa na baki tu hapa Mengedhia. Because there is no collaboration. The mountain you are facing has no collaboration with your God, because something has been removed.
When your God is removed, you can't worship. Wakati wana wa Israeli walienda utumwa, Mungu yao aliondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu yao alifanya nini? Aliondolewa, wakaanza kuabudu Mungu mwingine until walirepent, wakarudi kwa Mungu. Ndio Mungu akakuja akatuma Musa akaondoa kwenye utumwa. When your God has been substituted, you can never be an original person. You become fake. Your God has to be there. Mungu yako lazima akue, na lazima ufanye mikataba mipya. They renewed the covenant. They had to renew the covenant. Sasa tulikokuwa pale, Mmasai akakuja, tukaenda na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukapanda na yeye mpaka huko juu. Wakati tulienda kulemewa, yeye ndiye alikuwa wa kwanza kusuggest nani atoke. Asese akaijua na demon. The first person kusuggest Asese arudishwe ni Mmasai. Maana wale wa Masai wako kule juu walitaka kumuuliza ni nani hao umeleta. Ni uramenya kile moka gweka. Hakuwa anajua tunaenda kufanya nini. So wakati niliona amesuggest Asese arudi, nikajua the demon here ni Asese. Nikaekelea mkono, nikamwombea kiuko ndani, nikamwombea akapata nikaona amerevive. Nikaambia Masai twende. Maana Asese alikuwa na connect sasa na Masai. Maana wazee mababu pale wameanza kuleta shida, walikuwa hataki tufike huko. Sasa mimi nika make sure nimemboost, nikawaboost, tukapanda. Tulipopanda tukafika pale juu, wote walinihepa, wakaniacha peke yao. Walipoona nimechomoa mafuta hivi, wote walihepa, wakakaa kando. Nikaita Masai, kuja nitolee, kwa sababu ndiye alikuwa amebeba bagi yangu iko na vitu zangu. Nikamwambia kuja nitolee, anatuma Asese, siwende utoe. Anasema mwambia wewe ndio utoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Now today I'm proud to have that Masai with me here. Ako wapi? Kuja. This is a man that led me to reclaim the mountain. Lazima angehusika kama kafara. Hallelujah. Lazima angehusika kama sacrifice. Ndio wakati Lenana nikiwa hapo, Lenana alikuja kunichugulia, akaona huyu jamaa, akajua we are safe. Sasa ile iliwa surprise ni venye nilichomoa mafuta chushi, nikamwaga chubi chushi, nikamwaga asali chushi, nikamwaga. Kumbe wasee wakakasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaitwa nani? Joshua Lenanguris. Lenanguris. Kwenu ni wapi? Kwetu ni Baringo. Baringo. Ile Masai yana huko. Ile Masai inakanga kwa kichaka. Yeah, ile inakaa karibu na lake. Wale wanaingia ndani ya lake, wanakaa huko ndani ya maji. Au the lake. The lake. Lake Baringo. Ulijikuta na nyuki? Nilijikuta na nyuki wakati nilimaliza. Ilikuwa 2013. So nikaenda day school huko, nikasoma, nikamaliza, nikaenda university huko Karatina. So hatuwezi ongelelea sana ya university juu sikumali. Acha tuongee mambo ya mlima. So ulikuwa unauliza aje? Mimi na wewe tulikutana through ule jamaa anaitwa Firo, mwenye alikuwa na kazi yako ya kutupeleka mlima. So nikapewa kazi kama pota, kumbebea bag tu. So wakati nilikuwa nambebea bag, na walikuwa na guide moja, mzee akakuwa na nguvu sana ya kupanda mlima. Nikaambiwa, Masai, juu wewe ndio uko na mwili kidogo, unaweza fuata huyu mzee mbio na hiyo bag yako. Wewe ulikuwa unaenda mbio, hata tunashangaa kwani huyu mzee anaenda wapi? So hapo ndio tulipatana, wakati nilikuwa nakusaidia ndio usipotee juu kuna manjia za kupotea. So sitamuita tena mzee, nitamuita apostle kwa juu ya respect. So hapo ndio tulipatana, hata sijui ni connection gani ilikuwa hapo in between mimi na yeye, juu mimi mwenyewe hata sikuelewa. Nilikuta tu tumeingiana, tunaenda na yeye mpaka milima. So ako very powerful by the way, sijui kama nyinyi mnaona hivyo, juu ako na some energy yenye si ya kawaida. Juu actually wakati umetoka Old Moses
alikuwa so strong, sijui alikuwa Mungu alikuwa anampea nguvu tu, so you are so energetic kulingana na miaka yako. Unajua huwezi nishinda mimi uko energetic kuliko hata Gen Z, unaona? Si nilikuwa nyuma yako some meters away uko almost umeniacha kaa 1 kilometer. Alikuwa ananiacha kaa 1 kilometer. Juza niko na back. So kuna wakati hata tulienda mpaka nikaona sasa hakuna njia nyingine diversion, nikakuacha uende sasa juu. Umeniemesha. Julishidwa. Nilishindwa. Tumefika Shifton. So tumefika Shifton, tumelala asubuhi. Tukaamka ilikuwa saa 8 usiku. So tukaanza safari yetu saa 8 usiku kupanda Lenana. Ikatuchukua masaa mingi sana kitambo tufike huko juu. Tulifika around 6:20 asubuhi. Na baridi, unasikia upepo. Ice ni hostile environment, by the way, very hostile environment. It is 5,000 feet above the sea level. Above the sea level. Unaweza imagine mahali unaonea mawingu huko chini. So wakati tulipanda hapo juu tulipanda safe, lakini wakati sasa anaenda hapo mahali kuna bendera, kulikuwa na Bible yenye ilikuwa imewekwa na Wayahudi, then kaunti waka replace na yao. So sisi nikaacha bag ya apostle, mimi nikaenda kwa kona kujificha juu siku anataka kuona mambo yake. Na sijui kwa nini ni kama kuna coordination ya spirit ya binadamu, na tukaenda, tulikuwa wawili na kijana anaitwa Ki, tukaenda tukajificha kwa mawe. So ukafanya ukaniita, Masai kuja unitolee bendera yangu na chumvi yangu na asali. Nikatuma nikamwambia Vitasi ende utolee mzae nini kama mafuta yake na nini. So akakwambia akaniambia wewe Masai enda, wewe ndio ulikuwa umebeba. Eti niko na askari ya kunilinda kumbe. So tukaenda nikamtolea mimi, nikarudi mahali nilikuwa. Wakati nimempatia, by the way, hiyo mafuta yake, kulikuwa na wazungu hapo juu, hatukuona vile waliteremka, hata hawakupiga mapicha, wakateremka wote immediately. So hapo mimi sikuwa najua, hata ikakuwa clear. So lakini akili yangu iko inaniambia aje, siulize ni kwa nini wanatoka mbio. Nilikuja kukuuliza tukiwa chini, si ndio Shifton? Nikakuuliza haya, kwa nini hao hawakukaa waliteremka na wakatuacha, ama uliambia washike? Niambia hapana. So hiyo ilikuwa very powerful, na tukamwaga chumvi, tukamwaga mafuta, asali. Tukarudi. Tukiwa kwa njia, wacha sasa ibilisi amke sasa. Anamtafuta apostle. Mimi naona mtu mwenye alikuwa so strong, saa hii ni kidogo ni kuanguka. Aya, nashindwa kwani kunaenda aje? Ikabidi nikaona wakati alianguka kaumia mkono kidogo, yani juu ya friction ya mawe kidogo, nikaamua kumshika mkono sasa, unaona? Nikawabebea baba yenu polepole, tukateremka mpaka chini. Akawabebea baba yenu. Semeni asanti. Asanti. So nikasema hata sio mimi nilipanga, akaniambia nafaa kukuja siku moja kuwaona. Wakati aliniambia nikuje Old Moses, mimi nikasema siwezi enda huko mimi. Uliogopa? Actually niliogopa, nikasema hapana, siko siendi. Nikakata. Lakini wakati nimekaa nikidigest, ukapata kazi nyingine? Nikapata kazi nyingine, nikaenda. Kuenda huko nilikuwa na wazungu 6. Wakati wameniambia nimpeleke Lenana, kuenda kwa hizo machuma za kupanda sasa hapo kwa top, mzungu mwenye alikuwa hapo akaanza kupiu
na kutoa kondomu. Hayo nikashinda tena, kwani kunaenda aje huku? Mwingine ako hapa chini ameanguka chini. Sasa ikabidi tumeita rescue. Wakateremshwa. Kwa hivyo hawakupanda. Walikuwa wametoka wapi? Walikuwa wametoka Israel. Walikuwa wamekuja kule New the Covenant kurudisha. Waliangukia hapo chini. Hawakupanda. Walipanda? Hawakupanda. Hawakuingia huko. Hawakukaribia. Hawakupeleka uchafu huko. Hawakupanda. That is it. Na walifanya nini? Walikataa kurudi hiyo njia ya Old Moses, tukatokea na Chogoria sasa Meru. Walikataa njia. Walisema wacha tutokee Chogoria. Tusitokee hiyo barabara yenye waliingia nayo. So tukatoka na kufika huko, tukakuta tena kuna wengine walikuwa wanafaa kupanda lakini wakakatalia hapo. Wameshindwa kupanda. Wakasema hatutaenda tena milima. Sasa mnasema hakuna kitu. Otire kitu. Musugu immediately walirealize na antena zao kwa kitu gia kirwa, wakatuma watu wao immediately wakuja warudishe. Wameshindwa kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Renana hayuko pale sasa. Batiani hayuko pale sasa. Sedeyo hayuko. Na vitu za wasungu zote huko chini, posters zimewekwa kule chini huko Shifton. Niza ni magrafiki ya kiushetani tu. Juu by the way nimepiga picha lakini nitaonyesha siku nyingine. Ni picha, yani kila mtu akikuja na mapepo zake ako na sticker yake, kama hiyo sticker ya gari ya insurance ana sticker hapo. Na alibeba sticker akijua naenda kuweka hapo I made a mark. Na demon wanaletanga jifu ya nini? Hata sijui. Ile jifu wanakuja kuleta pale juu. Jifu sijui wanafanya juu, mostly tukipandisha tunaondokea. Fanya mambo sawa. Wanafanya makafara. Wanafanya mambo sawa. Na wanafanyanga juu naona tarehe 23 December kuna kijana tulienda na yeye alikuwa anaitwa Macharia. Unakuta mtu ana blow up, anapotea tu hivyo, tukamtafuta for 16 days tukamkuta akiwa amekufa. Na hawa wazungu alikuwa amebebea hawa wazungu walifanya hizo vitu. Alikuwa amebebea in Indonesia. Na akapotea tukamtafuta from 23 mpaka date 9. Si alikuwa ameoza? Hakuwa ameoza, still fresh. Alikuwa still fresh. Sasa you can understand. Wanakukunywa damu, wanakukausha, wanakuacha huko 16 days. Walitafuta huyo mtu mpaka akapatikana. That's the power of the mountain. So I want to thank you. Mimi sikujui, sikuwa nakujua, but I want just to thank you. Maana ulitumika. Whatever you did, wewe hujui, tulichange dunia mzima. Tuli shift the whole world. The mountain, Mount Kenya, it is a portal that needed to be shifted alongside Ngong Hills na alongside Nairobi City kwa ile kamawe kako pale. They needed to be shifted, the energy ndio ifit a new regeneration. So wewe ulitumika tu, you are created kwa sababu ya hiyo siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu ulitimiza malengo ya Mungu na ulifanya malengo ya Mungu, sina kitu naweza kukulipa, but I can just say thank you. Na I'm just bought a suit for you. Hii ni suti mpya. Kiatu mpya. Nataka uende somebody. Thank you. Thank you somebody mupe. I know you don't know how God used you. I also didn't know how, but God has a reason, has everything. I don't know where God is taking you. I don't know what God will do with you, but I will stand with you as a brother. You are part of my family. You are part of this ministry. I will walk with you. I will walk with you. Mahali Mungu atanikubalisha, I'll just walk. I will not promise you anything, but I know there is something that is in store for you. Wale watu nimetembea na wao wakakubali kutembea na mimi, nimeona maisha yao kibadilika. Mimi sijijui,
sijielewi, sijuangi ni nini nafanyanga. Hata nikienda kwa hiyo mlima mimi nilikuwa nafuata tu maagizo. Mkiangalia kuna picha niliwaekea mahali nilienda tu kukula tu, wanapika tunapika tukienda. Kuna mandege zilikuja 24 of them. Na zilikuja zikanitapa huko, zikakaa huko, alafu mtu mzee akakuja akanivalisha crown. Akaniambia sasa umeingia the zone ya ufalme. So na kube akaniambia hawa unaona ni wazee 24. Nilipofika sasa mlimani sasa walikuwa binadamu na ndio wakaniambia mwaga hapa, mwaga hapa, mwaga hapa. Na wakaniambia sasa mlima imekuwa msafi. So hata mimi mwenyewe tukienda na nyinyi safari sikuagi nikijua. See, I don't understand myself. But one thing I know, my God has never let me down. And I know whatever I do, I don't do because I want to benefit. I do because God has a reason for that. Nimeingia kwingi, nimeenda Moscow, sikuwa naelewa naenda kufanya nini Moscow. Nimeenda UK, sikuwa naelewa nini naenda kufanya UK. Nimeenda Australia, nimeenda Santiago, nimeenda Vatican. Siku ile nilienda Vatican on 21st baba akakufa. Sasa unaona mtu kama hivyo, unaenda unajikuta watu wengine wanakufa na ni wakubwa. So please, I don't know what I can say, but may God bless you. Na I will walk with you. Mahali Mungu atanikubalisha, whatever God allow me kufanya, I will do for you. Yes, I don't know what, but I do. So asense, mpeleke pale, akuje kama amevaa. Egetunyo mogore. Egetunyo mwana ne ikagirio okay? Mogo tona ne uthamaki turatunyanire kuma kuri yo. Uni aratumikire na njira njuru kwao. Ni muranyita? Ni aratumikire na njira njuru kwao. No njira njega gwitu. Uguo no kinya tumugore. Tumucokie mwena witu. Tondu no mamuri. Tondu mena marakara maingi muno. Mwathani agocwo. Kuma hingo jamanite na tumaundu twingi muno turitu. Kuma that day nimeface tough challenges, vitu vizito kutoka kwangu, kwa mimi, kwa everywhere. Nimegonjeka, nimekuwa na madini. It's bad. Yes, but may God bless you. Mercy, thank you for coming, thank you for following me. I know you have a mission in the kingdom. Guko nimegukugia. Naigua kwedumia cio kire guko kujaria. Tondu uci yakuona ni ciakuona cia ciria guka kujaria. Wewe unijue kiongo kiumu umania nao. Wanyita gutha mundu akagukurehera muceneri unywe kofi ugetigire na tukaigua guoya kwe gware ciguku itokire gwetha ngai ciokite guku cikaraga haha cikarĩtie ũguo cingethetie ũguo na cikĩrotoma mwathani agocwo mũhunjia ũkogeithia andũ. Amen. Bwana asifiwe sana. Tusalimiane hapa. Sina maneno ya kusema. Mungu anakuanga na mpango. Na nasikianga akiongea mimi nastuka. Unajua apostles zingine anaongeanga mambo mazito. Mimi nasema Mungu. Kwa sababu wakati mimi pia nilikuwa namtazama kwa YouTube, nilitamani sana kujua mambo mengi. Lakini kuna kitu moja nisikia jana watu wakidiscuss kule kwa nilikuwa Embu maombolezi. One of my sister semeji wangu tulikuwa tunadiscuss kuhusu madhabahu. Sasa hajui kama anakujua. Akasema kitaka kujua madhabahu kabisa naenda uangalie procedure kwa YouTube. Mimi nikachoma picha yangu nikamwambia sasa last wanakungoja. Walisema ukitaka kujua kuhusu kuvunja madhabahu enda kwa YouTube angalia procedure Ruingi peke yake Kenya mzima. Nikamwambia utakuwa naye hapa on Thursday. So kuna watu wanakungoja. Wow. Thank you. Sasa tuingie kwa githomo. Ni saa ngapi? Yeah? Kuna haja ya kuhubiri? Si saa 7 imefika? Tufungue pamoja na mimi kitabu cha 1 Kings chapter number 18 verse number 30. 1 Kings chapter number 18
verse 30 inazungumzia kuhusu rebuilding of an altar or building an altar. We are in the topic inaitwa rebuilding the wall. Sababu ile mmesikia nimesema niacheni niende nikahubiri injili. Sasa baada ya kumaliza mlima, Mungu alinipatia hiyo verse. Na akaniambia sasa uende 47 counties of this nation. Uende ubomoe madhabahu ile imejengwa, ujenge madhabahu ingine, because ananiambia tusipofanya hivyo Kenya itaingia mahali pagumu na hatutaweza kujitoa, maana wale watu wameheta wamekuswear. Ni kuswear ama ni kuheta? Those that have swearing against this nation ni wengi sana, na already wako hapa wakiinua madhabahu ya kishetani to make sure that Kenya imepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniambia nizunguke Kenya mzima. Ndio nawaambia tu nimewaomba, please, wale ambao mmeniendea kwa wagaga, wale ambao mmeniendea wapi, wale mmenifuga nisitoke hapa, na kuomba tu ni release niende tu nikafanya hii kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnirelease nikafanya nini? Nizunguke kwa hiyo madhabahu hiyo nini zote. Alafu tena nimeambiwa ninarudi UK, nimeambiwa ninaenda San Francisco, nimeambiwa nitaenda Melbourne, Australia. Kuna madhabahu ninaenda kuvuja huko. Nimeambiwa nitaenda Aberdeen, nimeambiwa nitaenda Mount Elgon, nimeambiwa nitaenda Turkana kule juu. Turkana, why Turkana? Wakati Exodus, the book of Exodus, ifuku ya Dhama revolves around Exodus, around Turkana area, South Sudan and the Sudan. Bwana Yesu asifiwe sana. Sinai is in Egypt, the current Egypt, which was Sudan. Waarabu hawakuwepo, wale walikuwa hapo ni watu weusi, wale warefu, wa Sudanese na Wanubi. Hao ndio walikuwa wameshika wana wa Israeli mateka. Sasa Mount Sinai iko mahali hapo. So wakati walipaka milango yao damu, waliteremuka, when they started the journey of 40 years ile ya kuzunguka, waliteremuka wakakuja pande ya Juba na wakaingia pande ya Turkana. Ukienda zile milima za Turkana, hapo ndio kuna ile kitabu ya Barnea, ni Barnea Kadesh ama ni Kadesh Barnea? Kadesh. Pale walizunguka for 38 years. Walizunguka Turkana, Lodwar, Juba, wakapanda mpaka juu karibu na pande ya Sudani ya juu Khartoum. Hapo hiyo ndio Exodus inazungukia hapo na inaishia hapo. Ndio mahali walikuwa wamenizunguka for long time until today it became a portal of slavery. Sema portal of slavery. It became a portal of slavery until today it is a portal of slavery. Naitwa Kakuma. Kakuma ndio utapata refugee from the entire world. Mpaka wa Iraq wako huko. Mpaka wa South Africa wako huko. Wa Tanzania, wa Kenya, wa Rwanda, Warundi, watu wote, the entire world, both slaves and workers wako Kakuma. Na Kakuma tulikasema juzi wakati wa Matiang'i iondolewe. Everybody refused because it's a portal. The portal of slavery. The portal of holding people captive. Hapo ndio walizungukia. Hiyo ndio kitabu ya Exodus mpaka Juba, upande mpaka Khartoum. Kitabu ya Exodus inaishia hapo ya utumwa. Na hapo wakiwa Lodwar ndio walirealize mahali walikuwa wamesika mtoto. Ni mtoto ama ni mama? Hapo ndio hiyo ndio inaitwa Barnea Kadesh hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. And that a place they rediscovered themselves. But until today, because nobody has gone there to break that altar. Na tunaenda sasa. Maana tumeijenga kanisa huko Lodwar na imekamilika sasa. We are going now there. Wale wanataka tuende Lodwar tukahubiri. Na wale hawatapeleka mshane Lodwar. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we must break that altar. Na kuna altar ingine iko hapa Taita. Hiyo tutaenda ya Kenyatta, Haile Selassie na Jaramogi. Ile wametufuga nayo. Iko hapa Taita. Tutaenda hiyo. Tutapaga siku ya kwenda. So these things are well planned, well organized, systematically there, and we have to go there. That is the role. Hiyo ndio kazi ile mimi nilitiwa. Huko tulipandisha crown.
tukapandisha mfalme wa amani. Sasa Kenya is not under the territory ya watu. The spirit of God is in control. These mambo walikuwa wanasema ya ukora ya mambo mingi haitafanyika. Nothing of that will happen in this country. We have taken control. We are now ruling. Hallelujah. Kama haujui, we are now what? Yes, we are controlling. We are in power. Spiritually, we are in power. Physically, we are in power. Nobody will be able to touch or do anything against you. You have the power now. Sijui kama mnanielewa. Najua nyinyi mmezoea pokea. Mimi si wa kupokeesha, mimi ni wa kushika. Mahali niliambiwa mahali takanyagisha mguu yangu nitamiliki. Atu hanga matinji itagira goko. Mahali uliambiwa utakanyaga ndio kwa lazima tungepanda hiyo mlima. Na ndio lazima sasa alikuwa anataka kutuvuruta turudi nyuma. Nikamwambia sasa nitakumaliza before umalizike. Lazima tuonoge tupate kilima. Hallelujah. Ambia mwenzako lazima tupande mlima. Lazima. And therefore things will zitakuwa zikichange kidogo. Inasema then Elijah said to all the people, come here to me. They came to him. And he repaired the altar of the Lord. Nilienda kwa mlima, tulipea the altar. Maana ilikuwa imewekwa jivu na mambo mengine mazito. Waisraeli walikuwa wameweka kwa hiyo mlima. Walikuwa wamebadilisha mlima, wameiweka ya Kimasai. Wametoa Kikuyu, Wameru na Waembu. They were no longer the custodian of the mountain. Wakatolewa wote. Sasa hapa nakuta Mumero akisema sisi ni Wameru. Sisi ni watu wa Meru na sisi ni watu wa mlima. Mlima gani? Mlima gani? Na Ruto anakuja na upenya na unaugoga na naingia na analeta wa Muthede. Na anafanya vitu zake na wa Muthede. Ati sisi ni watu wa mlima na sisi hatukuzangwi. Uliguswa. Wa Munyoro akasema guza mimi lakini bora usiguze wa mlima. Aliguswa, kangolewa kiti na kaekwa kado. Sasa nasukuka huko, watamrudisha, koti itamrudisha. Lakini ni nia ya kuvuruga tena Wakikuyu. Maana watamrudisha wamweka kwa serikali, waulize si mlikuwa nataka arudi kwa serikali. Pigeni serikali yenu. Hello. Kasoko ni agent, ni Farao. He is a Farao originating from the same clan ya Mafarao. Mnaelewa? Kasoko is not an ordinary person, is a spirit. Si mtu wa kawaida. Faruk si mtu ya kawaida, ni spirit. Kwa hivyo hawa watu hawahitaji kura zenu. They know what they have done. They know they are already in term 2. Na sisi watu wa Mungu tunajua, naye Mungu ametuambia neteni mkibomoa vile vitu wameweka. Maana saa hizi tukaenda election, Kasoko atakuwa na 80. Wacha hii ya Suruhu na hiyo ya nani ya huyu msemo mwingine yako hapa, ya huyu itakuwa 90%. Na mtapaga buraini foreni na mtachagua Kasoko. Nyinyi wa Kikuyu wengi 90% ya Wakikuyu mtachagua Kasoko. Maana already ameweka mitego ya kiroho, amefunga inchi na maisha na misingi ya kiroho. Ndio unaona anazunguka confidently, anaambia ati hawa ana agenda. Ile agenda wako nayo ni one term. Kasoko must go. Angalia sura yake sahi. The man has confidence. The man is already amekalia kiti mzuri. He's not packing. Ukiona wakati unataka kujua na panic, angalia kichwa yake. Nywele inakuaga imeng'oka huko kwa kichwa. Saizi hana stress. He knows what he is doing. Kenya hii will not be determined by our vote. It is by the Spirit of God. Woo! Na ni upendo. Sijaiona hivi. Na uko na bibi, si ndio? Niko na mtoto na bibi. Sijaiona. Ako na bibi na ako na mtoto. Utikamudhukirie muci. Musiharibu boma ya huyu. Ndio ayana taonoro. Nikaonoro ya ndio iratathini. Ya alima yako. Usipatiane namba yako hapa. Bwana asifiwe sana. The
Then Elijah akasema, let's say to all the people, come here kujeni. There is a call of God. Munaitwa, toa hiyo kitu. Munaitwa, this is a call of God. Let's put every other agenda chini. Tushughulikie this agenda. We build an altar. The altar that will rule this nation. The altar that will change the universe. The altar that will bring the power of God back. Because Elijah akamwambia, they came to him and he repaired the altar of the Lord which had been torn down. So kusema Mungu anaweza kuondolewa, au wengine wanasema Mungu anawezi, Mungu wetu hawezi, anaondolewa. This altar had been torn down. Ilikuwa imebomolewa. Kwa hivyo Mungu wa Israeli alikuwa amebomolewa, alikuwa amewekwa chini, alikuwa ameondolewa. Hallelujah. So kusema ati Mungu wako hajaondolewa, ati Ngai wako aliogete hayuko. Mungu wako kama ako kwa kiti haungelalia ja. Ndogetarokeirwo gwetarokeirwo. Kama Mungu wako angekuwa kwa kiti, aliondolewa. That altar had already been torn down. The altar was not where it's supposed to be. That unapata mashida ambayo tuko nayo is because the altar that is supposed to fight for you, the altar that is supposed to defend you, it is not in place. Wakikuyu tumeteseka all those years na Wameru, Julijeke, Kiama, Waebu. Sasa tumeenda tumechukua baka Wakaba, tumewaeka, tumewaita Gema. But what wanasema dha yaga nani anaitika? Ni Sedeyo. Dha yaga nani anaitika? Ni Batiani, si Matiangi. Dha yaga nani anaitika? Ni Lenana. Tunaitaka mara ngapi? Mungu mara 3. Dha yaga. Wale wanaitika ni wale wako pale. Kiti miondolewa kiukalishwa mtu mwingine. That is where we had to fight, we had to climb, we had to be there. Mimi nilikuwa na energy, hata mimi sikuwa najielewa. Hawa jamaa walikuwa nafaa kuniongoza, lakini nilikuwa naenda 1 kilometer ahead na kaa chini kuwagojea. Baka siku hiyo wakaniambia, siku ya 3 walikuwa naniambia, hauwezi pada, tutarara ndio upande kesho. Nikamwambia no. How now? Haka kamulima haka. Aje nao. Twende safari, twende. Wakaniambia hapana, labda uende peke yako na hatuwezi kukubalisha. Sheria haijakubali. You cannot be allowed. Ilibidi nilale. Ile nyumba tulilala na Tumusugu tulikuwa hapo. Tukiingia hivi, Tumusugu tulianza kuhara. Na sasa kuna bahati mbaya. Ni ukwenda tugutuerie muno tumenye what is this wrong. Hari athire gukoma hari onire gitandari ni kioro. Ugu. Sasa Kamuzugu kalikuwa kana kaka kidogo, unaona kameingia. Kana kaka almost 30 minutes. Sasa nilikuwa nafikiria nigethei ile ya kupasua nini? Bau. Ile Pawaso. Unasikia kwe. Unakaka kidogo unasikia kwe. Sasa naona huyu sasa tulikuwa na sleeping bag. Naye mjamaa akaingia ndani ya sleeping bag na akafunga. Sasa wali yangu ilikuwa nini? Yagiagaliera. Because huko kuna oxygen nyingine inatoka na nyingine amejivugia na sasa hana ile mzuri ya kukuja Abugu. Jamaa alipata mashida. Nego die kilima te haririe. Ni kwenda mlima siku nyingine nikikwambia tunaenda usikimbie mahali ulikimbia kwa sababu kuna mahali ulikimbia, si ndio? Ulikimbia kuona mama na watoto, na unajua mama na watoto kimwambia unaenda for few days lazima akwambie kuna mudhokoi hapa kidogo. You need to prepare us. That is why I prepared all of us for the 21 days. Because I knew kile kitu tunaenda kuchukua ni manto. Turadhi kwa yake rauni na gete na tulikuja nayo. It's a witness. Huyu amepeleka watu wa Israeli, wale wanaitagwa ni watu wa nani? Wa Mungu, wakashindwa kuingia kwa Mungu. Walishindwa kuingia, watashindwa, maana umekaa right with God. You are positioned yourself, umejiposition kukaa na mpango ya Mungu. Basi naye Mungu atahakikisha hakuna kitu kingine kitakanyaga area yako. Nobody. Tuliseal that area. Nobody ataweza tena kuingia hapo. Na mauchawi yake mtu genuine ndiye atakanyaga huko. Ama mtu amekuja kama tourist, ameenda kama vitu zingine genuine, bila kauchawi, bila ugaga, na tukatransfer hiyo power tukaileta kwa hii nyumba.
Tumetransfer hiyo power, tumepeleka huko Gong. Tumetransfer hiyo power mahali popote, mpaka Thika, church ya Thika. Tumetransfer pale church ya Lodwa, tumetransfer maishani kwetu, tumetransfer. That energy. Sema energy. Thank you. Energy. Ndio mnaona naruka kama kata. Simuona tango sirie toka. Ni madira mukuru. Sincerely nilikuwa mzee. Unaona jamaa wananiita mzee. Alikuwa ananiita Musae mpaka nashindwa. Matirona. Nilipokuja hii kosi yote ilitoka. Ndirono kile tanyoka. Yote ikatoka. Yote ikamwagika chini. Muscles zilikuwa zinaniuma, nikabadilishwa muscles nikaikiwa zingine. Sasa nasikia ni kama niko ada 18. Natembea kama ka ada 18. Hallelujah. Mpaka shikwa akasema, oh my God. Verse number 31. Umesikia sasa? The power. Ujitayarishe. Nataka uende Thika. Umeelewa? Nataka uende Thika, mshirikiane na Maina. Mjenge Thika mpaka isimame. Sasa. Lakini usipeleke sarakasi huko. Mimi najua wewe ni wa sarakasi. Usipeleke sarakasi huko. Upeleke mambo ya Mungu. Huyu jamani rafiki yangu. Enda tujenge, tuinue msingi. Umeelewa? At least umeelewa hii huduma venye naedaga. Umesoma. Let's go and build. Hiyo ndio headquarter yetu. Elijah took 12 stones. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. You must replace. Lazima uregeshe madhabahu ikae venye inafaa kukaa. Akachukua mawe 12. Elijah took 12 stones, one for each tribe descended from Jacob. One, kila jiwe for each tribe. Descended for who? From Jacob. Kwa hivyo lazima utengeneze madhabahu. Utengeneze madhabahu. Kutengeneza madhabahu ni kutengeneza to realign yourself back to God. To create a space for you. Ukubalike. Ndio niliwaambia 21 days tunajifunga. Hatufanyi maneno, hatufanyi hivi, lakini utakuta kuna wale sasa hiyo 21 days kuna watu walikuwa nasema. Kuna watu wamekuwa na miba, kuna watu wamedugwa nini, kuna watu wamefanywa hivi, na ni mtu wako hapa. Ni mshirika. Nasema nimedukana. Hiyo siku 21 ndio nilidukana. Wakati niko kwa mlima nikiomba nilidukana miba. Ogirodi okiumaga. Kanwa kau karaugiri oguo. Kagero hata meigwa iguru. Ogirodua ginya ruciaro rwaku. Elijah took 12 stones, one for each of the tribes descendant from Jacob, to whom the word of the Lord has come, saying, your name shall be Israel. Yani achukue mawe 12 ajenge madhabahu upya. Maana madhabahu yalikuwa yamekuwa I want to preach with you. I want to preach with you. If you are with me. If indeed you are my daughter or my son. Hapa mikora, kama wewe si mtoto wa hii nyumba, I will never entertain you. I will flash you out. Mimi sitatembea na majagiri hapa. Ado mtwarage toko washa kama kama thutha atemathia nginya thimu-ini yakwa. Taru togwa shiko tuthia nawe ngari-ini ri. Njuke ne tuthia nawe ngari-ini. Ateko wariganirwo. Urenda riu kuga tutigira waingira ngari-ini yakwa. Tutingira ngari ha tugathi gwakwa muci. Shiko. Nduri woka gwakwa Shiko. Okire maguru. Thitinda gukuire. Riu rire waikarite haha ngari-ini ri ukoya thimu yakwa ugascroll ukona ni twaragia na Susani, ni tuli na wendo na Susani, ni tuli na wendo na Susani, na nditukomaga na Susani, na ni nirihirite ihu Susani. Mundu agigakinya level iyo ri ungireherwo ngui haha na ureherwo mundu ucio haha ri ungicagura ki?
tondu ngui ni tengeragia mekora ni tengeragia ici hucikaria tondu mundu rakingira thimu yaku ri akathomaga ni maundu maigana maku endeti. President wa Venezuela aliuzwa na nani? Na bodyguard. Ndio walisema kamsee kamelala kujeni na wakazima mitambo yote, kakakuja kakachukuliwa. My son was one of the people that were in that operation. Aliniambia they were head, walikuwa na communication zake zote, whatever you hata kienda choo akiflash walikuwa nasikia ameenda choo. Utajira andũ acio ati ni ureta ciana ciaku ati mundu ucio ni mwana waku uingiraga thimu-ini ciaku ku scroll kumenya niki no muraria nake na no mutararia nake. You can imagine the kind of people that you have in your ati ni uratwarana nao. Mundu ucio acoke akwire tukare kanyama no itikire mundu ucio etereire ka moment akweke sumu kufe. That is an agent that was sent here specifically to come and destroy you. Maana Yesu sio sana. Ndio naona sasa nimebadilika tu, nimeingia ugeneral Joshua. Na unajua Joshua ni mbaya. Joshua aliambiwa achije, hakuambiwa afuge. Aliambiwa fanya nini? Achije. Siku za kufuga ziliisha. Akajenga madhabahu, akachukua mawe 12, akajenga madhabahu kulingana na 12 tribes, kama kabila 12 yaliyotokana na Yakobo, ambaye Yakobo aliitwa Israeli. Kwa hivyo alipofanya kujenga hiyo madhabahu, akaeka jiwe moja akaita Ruben, akaika ingine akaita Naftali, akaeta ingine akaeka Juda, akaeka ingine akaita Lewi, akajenga ingine akaita nani? Gad. Mwingine Asha. Mwingine Ruburuni. Hizi Biblia zinafaa zikaguliwe. Hizo zimeleta mpaka Ruburuni. Zebuluni, ni Zebuluni. Thank you. Alijenga kulingana na mihereka 12. Mihereka. Ni kwa nini alifanya hivyo? Alirenew covenant with Jacob. Alitaka kurenew the covenant with Jacob. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio aconnect Jacob, amconnect kwa Isaac. Ndio aconnect Isaac, amconnect kwa Abraham. Maana mwenye alikuwa amebeba baraka, mwenye alikuwa amebeba baraka zote ni mtu anaitwa Abraham. Maana alilipa gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. He paid the price. Alilipa gharama, na gharama aliyoilipa ni kupeleka mtoto wake kwenye mlima Moria, akampeleka mahali panaitwa Bethel, akienda kumchinja. Yani unachinja mtoto wako kama ukiangalia. Na kumbuka hata yeye wakati alienda kuchinja mtoto alitengeneza madhabahu. Kwa hivyo kuna kitu kinatakikana katika kuondoka kwenye area uliko, katika maisha ambayo uko nayo, katika mipango amekupangia, lazima uinue madhabahu. Ndio kwa maana nikapanda kule Kirinyaga, nikainua madhabahu, nikapanda madhabahu. I connected myself with the power of God, na ndio kaona kila kitu kikatingika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiona gehujia demwetei nalinga kidogo, kwa sababu kuna vitu Mungu ameniondolea. Haleluya. Hiyo story ziliisha. Unaigwa hizo tu story hizo twakoma taishio tuliisha, na utaisha na kuona na wao pia watateremuka, kwa sababu story ile kazi ulikuwa umeitiwa ya tu story imeisha. Na story yako ikiisha, Musa wakati story yake iliisha, aliteremuka, aliteremushwa ndani, alipumzika, maana kazi yake imeisha. Kazi ya Mehahe na Meshene imefika mwisho, na watu wa Meshene na Mehahe watateremuka. Kichuma chiki. Utaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Elijah took 12 stones. Jenga madhabahu. Inua madhabahu. Renew, kulete upya. To renew the covenant between you and God ni kujenga madhabahu. Akainua, akainvite all the tribes
12 tribes ambazo zinaitanishwa na mtu Israeli, akaolete kwenye hapo, akaambia wale manabii, now if you are ready to do something, come and do it. Kama uko tayari kupigana sasa, pigana. Wakati umeinua madhabahu, waite wakuje, waambie come baby come. Walitoka Israeli, waliingia ndege wakakuja Israeli, walitapika hapo, walitapika. Wametoka kwa, wanajiita watoto wa Mungu, watoto wa Mungu. Marokete me watoto wa Mungu. We have a witness. Aliwapeleka, Mungu alihakikisha aliyenipeleka ndiye atawapeleka. Ndio aende akuje na witness, akuje na formation ya kusema walijaribu kupenya wakashindwa. Wengine walikuwa wamepita Shogoria, walishindwa from the camp, hawakutoka kwa kamba. Wengine walikuwa wametoka Kiabudhi kule kwa kale kamseka na kuitwa Mukuimodo. Wengine wamekufia hapo. Because an altar has been lifted. When you raise the altar, when you lift the altar, you conquer anything that has been against you. You conquer every powers of darkness. You conquer them that have been rising against you. Aliwasambaratisha. Verse 32. Aliwasambaratisha, akawashinda nguvu. Maana aliandaa madhabahu. Na kuandaa madhabahu ni kutengeneza moyo wako. Having a good relationship with God. Having an authority of God. Having a working relationship with God. You have to surrender. You have to get out of the cocoons. Wale ambao walikuwa wamekushika, kata mikanda, tembea peke yako. Wale ambao walikunasa, ongoka, enda, ngoka, toroka. Tule tutabia ulikuwa nato hata wewe, tuweke chini ndio uweze kupata covenant yako na Mungu. You have to renew. You have to make things work for you. You have to bring this God on board. And this God you must understand, anatakaga nini na nini hatakagi. Sasa ili hatakagi wachana nayo, ili anatakaga fanya hiyo, na utembee, na you live like him. You live the way he wants you. Listen to him. Sikiliza akikwambia fanya, akikwambia ondoka, akikwambia simama, akikwambia la. Just be obedient. Be faithful to the cause. Be obedient to God. He's ready to use you. He will use you in a mighty way. Yule mtu atakuwa ready. Yule mtu already ako ready. Don't mind. We had a past. Don't mind about your past. Just let's walk. Let's forjake. Tuanze safari mpya. Tuanze njia mpya. Tuanze matendo mapya. Tujenge madhabahu. Tujenge madhabahu ya Mungu. Tujenge njia Mungu anayotaka tukue nayo. Oh my God. With the stones, he built an altar in the name of the Lord. With the stones. Sio watu atunasema lazima akuwe na watu ndio atengeneze. Nitatoka hapa nje, nitainua mamawe na nitatengeneza kigogona. With the stones he built an altar of God in the name of the Lord, and he dug trenches. Ukutabayando robosaya. He dug trenches, akachimba. Nenda ujichimbe kabisa. Nenda ujichimbe, wajiangalie ni makosa gani nimetendea madhabahu haya, ni makosa gani nimetenda kana maisha yangu, ni makosa gani, what have I done, what is this can put me away from my God. Jichimbe, chimba hiyo trench, dig that trench. Akasema, and he dug trenches around it enough to hold 2 seas of seed. Enough. Weje jichibe uone what is this that has costed me. Ni nini hii imenisababishia nimekosa kutembea jinsi Mungu anavyotaka? Ni nini hii imenisababishia nimekosa kusimama na mpango ya Mungu? Ni nini hii weka chini. It doesn't matter who is this. It doesn't matter the good relationship we have with these people. It doesn't matter what is happening. It doesn't matter what is around you. Just drop it. Give it is not taking you to God. Just drop it. Chochote ambacho hakikupeleki kwa mapenzi ya Mungu, just drop it. Kile kinakuzuia kwenda kwa Mungu, just drop it. Kile kinakuzuia ufanye kazi, kimekuweka umekuwa mzito, just drop it. Just drop it. Tell your neighbor, drop it. Wachana huyo rafiki. Mwambie tell your neighbor, wachana huyo rafiki.
Waikolo ucho nuo toma kwa tidio kenegena. Huyo rafiki ndiye ameshinda akikusumbua. Huyo rafiki ndiye anakudrag, anakurudisha nyuma. Tangu tushikane na wewe, sijatoka position, niko na ile position tu. Every the time he is lamenting, crying, doing everything. Just get out of that picture. Get out of that deep. Get out of that trench. Ondoka. Ngoka uende. Wachana na mizigo zote. Hata kama kuna gari huku wachana nayo. Kama kuna wanawake huku wachana nao. Kama kuna nini huku wachana nayo. Kila kitu nao wachana nayo. Move twende. Leave them now. Tell your neighbor, leave them now. It is the time. Muangalie kwa waizo na kodoe macho kodokodo. Muangalie, wachana na hiyo shetani. Thank you. 33. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachana nazo. Leave them. Make your life easy. Make your life comfortable. Just serve God. He will guide you. He will take you to where you want to be. He will take you to the directions of your will, because he wants you to be in a particular place. And when you reason with God and walk with God and be where God wants you to be, you will be where God wants you to be and be successful, because you are in the territory of successes of God. Bwana Yesu asifiwe sana. 2033 mami. The successes of God come because you are able to raise an altar. And when you are able to raise an altar, you are able to make a covenant with God. Because when you raise an altar, God appears. Altar brings the presence of God. When Abraham did an altar, God appeared. When Solomon did an altar, God appeared. When Isaac did an altar, God appeared. And when God appears, he comes with a promise. Anakuja na promise. God will never come alone. Hawezi kuja akuapie, akumelele huo, akoshomokele huo, ashoke agotigie huo. You need just one encounter with God and your life will never be the same again. Just one encounter. Just prepare your heart for that one encounter. Prepare, because the presence of God is with us here. The presence of God. Mungu wako pamoja na sisi hapa. This God is walking with us. We are walking with God. When I was in the mountain, the 24 council, the 24 elders walikuja wakazunguka. Malaika wakazunguka. For the first time niliona maseraphim. For the first time in my life, I saw them. Walikuja. Walikalia mahali hapo. Ndio kwa maana asenze hakukubalishwa kukaa karibu na watu wasafi. Hey! Mwanake. Mwanake alijikuja kaenda huko nyuma. Niletea kitu, niletea hiyo bendera. We Masai peleka, because alisikia ile moto iko hapo. I cannot withstand. Sometimes there's too much pressure. This thing is too much pressure. And when we are in this situation of too much pressure, and align yourself with the presence of God. Wachana na magrudges, wachana na vita, wachana na mavitu ambazo unafanya. Just abandon it. Weka chini tu, tembea na venye Mungu anataka utembee. Walk in the presence of God, walk in the system of God, walk in the ways of God. Hallelujah. Just weka pressure chini. Wacha hiyo kusema hati I'm not ready. I am not, hati sijajitayarisha kufanya hii kazi. I want to tell you and I want to assure you, there is no single time you'll be ready. Just align yourself with God. Just align the presence of God. Align the powers of God. This man, Elijah, aligned himself with God. And that is why he was able to do things in a particular way. In a methodological day, and in a powerful day. He arranged the wood. Arrange yourself. Plan yourself. He arranged the woods. Akapanga kuni vizuri. Just go back home. Nenda ujifungie kwa kanyumba kako. Ansa kuanalyze. Uko na miaka 40 sasa. Where did you go wrong? Uko na miaka 50 sasa. Where did you go wrong? Uko na miaka 30 sasa. Where did you go wrong? Why are you not making a move? Why are you not transiting? Why always time ile kitu unapatana nayo ni mashida, ni challenges, obstacles. Yani ile kitu unaweza kuwa ukiongea sana ni kudiscuss watu. Yani ile story inatoka kwa mdomo yako kubwa ni hiyo. There is hakuna ajenda hata moja, hakuna kabiashara hata kamoja, hakuna kakitu hata kamoja, hakuna nini hata kamoja. Yani you are just fake. Go and rediscuss yourself with yourself. Seek to know, what is this that happened to me? What is this that happened to me? Don't sleep, Baba. You're too young to sleep. Rearrange yourself. Replan yourself. Reorganize yourself. Go and, like, ile kitabu yako ulikuwa umeandika vitu mingi. Go and cancel it. Cancel again. Put a big X. And now open a new chapter.
open a new page. Angalia uanalyze marafiki wako, nimekuwa na fulani na fulani na fulani na fulani na fulani. Angalia hao kama walikusaidia in any way. Mahali huko kama kuna mmoja alikufanikisha ufike hapo, na alikufanikisha to what level, kama ni mtu alikuwa msaada kwako, muweke kwa peji nyingine. Angalia, enda kwa B, uangalie huyu mtu mmetembea na yeye nini. Hakuna kitu amenisaidia nacho. Tiga mushene, tiga kujira kwa ngania ule korali nangaragu, tiga kujira kina, hakuna kitu kingine na kuambia mushene watu kukuhusu. Huyo muweke kwa peji ya inche. Ya karatasi ile ya sukari. Usiandike kwa kitabu, maana hiyo ni kuwaste kitabu. Ile karatasi ya sukari, ile ya kaki, muandike hapo, maana unaenda kumchoma. Haleluya. Ukiokota matakataka kwa kabaudi yako, make sure hiyo karatasi iko hapo. Ukichoma, uende uchome na uchugulie kichoma, na unamuita jina mwaki. Uchomeke na uchomeke kabisa. Usirudi kwa maisha yangu tena. Wewe na Saitani, wewe ni kitu kimoja. Usiwahi kukanyaga into my realm. Usiwahi kanyaga into my spiritual realm. Usikai kanyaga into my physical realm. You are as useless as the fire that is burning you, because the fire will come to an end as the paper comes to an end. Na uondoke matakataka zote katika maisha yako, write them na uende uzichome. Restart again, reorganize yourself again, rearrange yourself, then prompt yourself, ujipeleke kwa Mungu. Umwambie ujinga yangu yote nimechoma. Now I am empty, use me. Now I am empty. Baba Julia, fill me now with your power. Fill me with the Holy Spirit. Fill me with your wisdom. Fill me with your power. Fill me with your authority. I am empty. Nilikuwa nafikiria mimi ndio naweza kufanya. Nilikuwa nafikiria niko mwerevu. Nilikuwa nafikiria venye niliendesha Mogeke ndivyo nitaendesha mambo yako. Kumbe mimi nilikuwa empty. Kumbe sikuwa na kitu. Kumbe nilikuwa hopeless. Unamwambia Mungu, sasa niko empty. Empty yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Empty yourself for God to come in. He will never come in ukiwa kuna machafu huko. Mai huleta na kuudhainie, menyogoro ihuleta na kuudhainie, dhura kuna dhigiririshi ihuleta na kuudhainie, dhaini waku yani bitterness, arrogance, weni unakaaga tu kama nudu, kama chogo, togemetate. Yani wikaraga tu kibomu keho getarame ireweka ule kehiana. Just empty yourself. Mwaga hiyo maji yote. Remove takataka. Remove hiyo makasiriko. Remove hiyo jealousy. Remove hiyo kuona kijicho kibaya. Remove your mouth. Your tongue kama inakusumbua, ambia Mungu alete ikara, kama vile alimshika Isaya akaweka makaa kwa kichwa yake akachomeka, akasema ikarakanwa, ikakaa ndani mpaka ulimi akakuwa tamed. Kutoka hapo Isaya akafanyika mtumishi wa Mungu. Yes, may God of heaven, Mungu aliyeumba mbingu na dunia, Mungu wa Isaya aliyeleta makaa akaweka ndani ya Isaya, na aigie kwa mdomo yako, aweke hiyo makaa, hiyo mdomo yako ichomeke, matakataka ziko kwa mdomo yako zichomeke, nguvu za giza zichomeke, uchawi uchomeke, maneno ya uchafu na nini yote ichomeke. Hiyo makaa ya Isaya iingie kwa maulimi zenu. Umatigiwa, amen. Umatigiwa. Na ni date ya Baba aliniambia kile utakuwa ukiitisha kitakuwa kikifanyika immediately. Makarama igere tunwe twanyu. Ona dia utidogiwa, amen. I have commanded. I have authorized. Mutaigia. Ndio leo hete. Keke no githomo. He arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid it on the wood. Then he said to them, fill 4 large jars. Akakatakata ile ng'ombe na akakatakata kuni, kisha akawekelea. Kisha akawaambia, tafuta mitungi 4, jazeni maji. Akamwaga round 1. Akawaambia tena, mwageni mitungi ile 4 round 2. Akawaambia tena mara ya 3, mitungi ile 4 mwaga mara ya 3. Hiyo ni mitungi ngapi?
12. He aligned. Hiyo nilitaka ku-align madhabahu. Mawe ni 12. Maji ikaingia 12. Akapanga kuni na mipangilio ya kimadhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. This is a knowledge that you need to acquire. Na you can only acquire moshana ikipuguka. Hii ni knowledge iko juu sana. Iko juu. Na you can only get it wakati umeacha ujiga. 4 large jars with water and poured it on the offering. Akamwaga juu ya nini? On the offering. Akamwaga. That is cleansing yourself. Cleanse yourself. The water means cleansing. Akaji-cleanse. Aka-cleanse mahali. Ile madhabahu akai-cleanse because the major thing that is about to happen. Verse 34. 34 please. Kainisa nane. Oh yeah. Akawambia do it again. He said and they did it again. Do it a third time. They did it. 37, 35 please quickly. That please. America. In the verse 35, and now do it 35, and the waters ran around the altar, and they even filled the trench. At the usual time for offering, the usual time for offering in the evening sacrifice, Elijah the prophet walked up to the altar and prayed. In the particular time. Kwa hivyo hata wakati kuna wakati wa kuinua madhabahu, there is a time to do it. But in the evening they did that. Ndio naona nimeadirisha leo kidogo because we want to do it in the evening. Hallelujah. Ndio tuweze kuinua madhabahu. Hallelujah. The water ran down around the altar and even filled the trench. Tuendelee mami. Unakeri. Kale wake ya makiakano. We are nakata rhythm. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how to do it. And that is how to plan it. And that is how to win this battle. We are going to make it. For only those that are ready for this. For only those. Not everybody will make this. Hello? Hapa si kanisa. Mwambie katika jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu, wote waishie kwa tumbo yangu. Hapana. It is not like that. It is a surrender, total surrender to the will of God. Total surrender to the plans of God. Total surrender. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward at the time. So there is a time. Don't just holo. We are moving hapa hele. Loko. At every time. No. There is a time. There is a time. You have to plan. For this, you have to plan. He stepped out forward and prayed to the Lord. Then God of Abraham. He never prayed to any God. He prayed the God of his fathers. He wanted to activate the promise. He wanted to activate the covenant and the Abrahamic blessings. He knows how to activate. He knew the battle ahead of me is bigger than me. Alijua madhabahu hii watu wameweka the 400 manabii 400. It is bigger. Maana hata walikuwa wamejikatakata, walikuwa wamemwaga madamu. It is bigger. He knew this battle I cannot do it alone. Na ndio kwa maana nilipanda baka kule kwa mlima, nitengeneza mlima ndio ni summon the God of that mountain. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikikanyaga maana the phase ambayo naingia ni mkanyagano, ni mlipuano, ni mlimano na ni mwedano. Ho! Hallelujah. Ni mudigidhanio na mudigidhano. Hello. And the prophet Elijah stepped forward and prayed, Lord, the God of Abraham, the God of Isaac, and God of Jacob, Israel. He summoned the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Why? Because he went to the lineage of the blessings, the lineage of power. Hello, do you know your spiritual fathers? Respect them. I know most of you are not my daughters, not my son, because you are not even members of this church. I know most of you. Who is nani member? You know, if you are a member of this church, you have a card with you. Uko na card registered na unatoaga pesa. Inua mkono yako. Si unaona? This is the only watoto niko nao kwa kanisa hii. Baka wewe.
Vaka Margaret, you are not a member of this church. Na ni wewe uko urohoranire bara hata wewe. Na ni wewe uko udhumbodire. Hata wewe you are not a member. Why? Are you a member? Yes? Do you pay regularly? Subscription? Ama your membership expired? Now you can understand. Ile vita napigana kwa hii nyumba. Niko na watoto wa Manyuru hapa. Na wametumwa na Manyuru kwenda mumusubue baka nywele ngoka yote kwa kichwa. Kama if you are not a member in this church, there is no single blessing you can get from me. That's protocol. Angalia huyu Musa amefanya nini? He called the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. There is a lineage. Hakuita the God of Elijah. He knew hawezi kufanya. For you to become partaker of the blessings of this house, the blessings of this altar, the blessing of the man you come to sit hapa na nakaaga tu nakaa hivi nakaa kicheka ati ukitaka kujua mtu anajua mambo ya madhabahu enda kwa Dora and you are not a partaker of the struggles I'm going through, because hiyo shiriki yako umetoa ndio inanipelekaga Mount Kenya. Hello, hiyo shiriki yako umetoa ndio inanipeleka Mount Kenya. Nikienda kuvuja madhabahu naendanga kwa account ya kanisa natoa pesa, hiyo sio yangu. I never use my money. Naenda kwa account ya kanisa natoa pesa ya kununua mafuta, hiyo ya kununua ile wine mnakunywaga hapa natoa hapo, because niyo nedigino yanyu. Hallelujah. It is your sweat iko hapo, so naitoa ndio ikuhusishe kwenye baraka ambazo naitisha. Lakini baraka zikiteremka zinakuja kutrace kuangalia ni nani alitoa hii. Unatafutwa haupatikani. Ndio unaona tumko na wewe kutoka Januari mpaka sasa. Nono gokitora kirita. Nothing has changed. Tiga mushene waigehire na ukigena ndo igia mushene. Nothing has changed. You are just the same person that entered this bila murago. Hata you are worse, maana ulikuja na kiatu, saizi udiaga na talitali na bigijie tamakanwa. Maana hiyo bigiji ulikula ndio ikusaidie kutembea kwa barabara, maana ulikuja mguu. Sasa hiyo umetoa jicho imetoka nje kama ya nani? Kama ya kapaka kameshikwa kakikula mahali. You can never learn this, and I want you to learn it in a hard way and in a poor way and in a bad way. Hatire kedo mogiona goko. There is nothing. Hawezi until you subscribe, until you become a daughter, a son in this house. That is the time you are able to enjoy the trappings of power. Mtoto wa Ruto anatembea na gari hazina nini? Number plate zimeandikwa mood. Kunasikia umewahi kusikia nimepelekwa polisi? Hawezi. Ni nani? Ni askari gani anaweza kumsimamisha ampeleke polisi? Because the man is enjoying the trappings of his father. The trappings of power. I enjoying the power, the authority ile iko karibu na wao. You can never enjoy anything here. Yakwera sawara. Doge enjoy kedo. There is no blessing. Na nikyo mwepue, na nikyo gotire dili yanyu thiaga na mbere. Go and check, look at yourself. Go and look at it. Mambo mingi umefanya imefika ikakwama. Umefanya imefika ikakwama, because hakuna command inatoka hapa. Because ikikwama unatafutaga madhabahu ya shetani inasimama na madhabahu ya Mungu inasimama. Wakati Musa alikufa, shetani alikuja kuclaim the body of Moses. But because madhabahu yake mbali ya Mungu ilikuwa kubwa, God came himself akarescue jamaa akambeba. Lakini shetani walikuwa shambeba, walikuwa wamebeba mwili wake, because they had a claim. Now what can defend? Sasa hapa ni nini inaweza kukudefend? Wewe si member, wewe sio nini. Ile kazi mkubwa unafanyaga hapa ni kanwa kafudhu kama godhura kuna dhigiriri. Let it be known today that you are God. Akainua Mungu. Aliinua Mungu mgani? Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Akamuinua. Hakusema Mungu wangu, hakuita Mungu wangu, aliita Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, Mungu wa Abrahamu. Akamuinua, akamwambia wacha na ujulikane wewe ni Mungu. Hakuinua Mungu yake, maana alijua Mungu yake the level ako, ile level ako, mafuta ile yako nayo haiwezi kutoshana na vita hii.
Kuna level wewe uko, ile level uko. Hauwezi, kuna vita hauwezi kupigana mpaka ni kuwa involved. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka ni kuwa involved ndio itafanya nini? Wakati walikuwa naenda vita, wakiinua mikono ya Musa, walikuwa wanashinda vita. Mikono ikienda chini wanatwangwa. There is a level that you cannot be able to penetrate. There is a level that you cannot be able to, hauwezi kwenda, hauwezi kushinda vita. That is why every deal umefanya na unaendaga, unakuja, unaomba, unaweka sadaka hapa. Kwa hivyo uliwaambia unakujaga hapa. Lakini ikifuatiliwa, you are not a member in this church. You are not a subscriber. Hata tithe utoagi. Au una expect kukula kwa mesa ya wadosi. Ataenda kule kama mshahara taonoigwa gakenuga. Anenda kwenye tutaigwa na atumia makenera dola na hau thini ate bareki kihia ndiare moge wa kumenya ni warige wajerire karagagwa na rogeo tutu ate taonoigwa ndo makenera na hau. Now you want to become, na ukwe mmoja wa kwenda, hiyo hiyo gosi, hiyo I want to be part, anataka kukula. Uwezi. Code huko inaitishwa, hauna password. The things of the spirit has got passwords. You need a connection. You need a connection. You need a covering. You need a covering. Wacha hiyo kiherehere mko nayo. You need what? A covering. Without a covering, hata ukuje uibe hapa bure. Nikiwa hapa, ukiwa mgonjwa, ukiwa Mombasa, ukiwa America, because we are connected, nasema na upone in Jesus name, na unapona. Na kuna wengine tuko na wao hapa wanakujaga kulala kwa hii mkeka na hawawezi. Ukoraga no kuhinyereka marahinyereka. Nyokora na yuko liogo. Akagia nia mayo maya ni macokia na kurenye yu. Ni jetereyo mwathani ugare ya gweka. Gotire mwathani wetereyo gukua. Na ngoja kukufa. Align yourself. Tell your neighbor, align yourself. I'm not telling you because of here. Hata kule utaenda, wewe unataka kuenda uende. Kule utaenda, uende, align yourself na huko. Maana umekuwa jagiri ya kuruka from one church to another church. You've never settled at all. Mapasta wale wamekuwa chini yako na umevao na wao. Kila pastor umeenda umevao na yeye. Umeenda kwa huyu umevao na yeye. Umeenda kwa huyu umevao. Zile vows zote umefanya zinakukulanga. In the spiritual wanaangaliaga huyu ni wa wapi, ni wa Manyuru. Wakifungua peji nyingine wanakuta ni wa Ezekiel. Wakifungua peji nyingine ni wa Kwadora. Wakifungua peji nyingine wanakuta ni wa Moiro. Wakifungua peji nyingine wanakuta wewe kwanza ni kwa ulienda mpaka kwa mchawi. Wakifungua peji nyingine wanaweza kuwa ulienda kwa Maina wa Magoto. Hapo nasema ati Jesus in the mighty name I rebuke, I cancel in the mighty name of Jesus Christ. Na jina ya Maina na inaonekana kwa kitabu. Maina wa Magoto iko kwa kitabu. Sasa ni jina gani itatumika, at what time, where and how? Delete every other things. Where you connect yourself, delete every other things that can hinder you or can haunt you. Delete. Futa maneno yote ya nyuma. Ukiachana na mimi utoke kwa hii kanisa, delete. There is a sacrifice. Delete yourself from this because nitakufuata. Ukifunguliwa kitabu itapatikana na utajulikana ulitoka hapa na ukora. Na nitaulizwa, nitasema huyu ni mkora ambaye mumu igepedi. Ukisikia unasikia unaambiwa kaa hapo kado. Utakaa hapo kado na maybe another check inakuja after 10 years. Ukiko kado toraka kwa homaga. Utawaruta. Are you getting me? Najua ama ninawakosea? Ninaongea vibaya. Am I talking like a pastor? Ninaongea kama nimeokoka? Do I look like I'm saved? Yeah? Asho. Niye na tade moho naku. Yeah? Nenyo iguka. Hey! Niye na tade moho naku. Thank you. Mimi sitawai babebeleza tena. Mutake hega irio. Muti hega irio. Niye ndumagiro metagwo atia? Raven ni ndwe. Ni mahuruka ni magogo. Mahuru makadehera irio. Ngari. Geke ni kihuru kimwe kia andu kiadeheire. Ni kihuru. Geke ni kihuru. Akono ri wadehera kindu ikihuru. Na uwe ni Ngai umutumaga tinie. Ucio ni arakara. Wani ndire kihuru. Ai!
it be known today. Let it be known. Ameita nani? Hakusema Mungu wangu. Hakusema Mungu wangu. Aliitanisha na watu waliokuwa na mafuta ya juu. The connection. This is what I'm talking about. The connection. Let it be known today that you are God in Israel. And that I am your servant. Hakusema mimi, hakuita Mungu yangu. And that I am your servant. Mimi ni kamutu kadogo tu kwako. Kwa hivyo haukuji kwa sababu yangu. Haukuji, unakuja kwa sababu ya mababa zangu walionitangulia, waliokuwa na uwezo mkubwa, ulionena na wao, uliobariki. Hizi baraka ambazo tunazienjoy kutokana na hawa mababa. Hallelujah. Let it be known I am your servant and I have done all these things at your command. Kwa hivyo si mimi nimefanya, it is your command. Hallelujah. That I have done this at your command. So it is not me. Wacheni masi. Umihurage udhurigo kwa kamba. Riekekekekeke. Aya na makoko kwa kasasha ya mama. Wacha ugoroki. It is you surrender to God and let the command come from him. It is God. Kuenda mulima mimi si kuenda mimi, nilingoja niambiwe nienda. Nikaanza mulima pole pole, tulianza tukakaa na nyuki. Kuna mtu nilikuwa nimeita akatulet down. Kube alitilete down kwa sababu ya huyu Masai, ndio Masai yapatikane. Hallelujah. Tukaenda tukiwa na sasa, mimi nikasema nikabia sasa tuabe tugire hatulie. Tukapumzika, akaniuliza kwani hatuendi, nikamwambia wewe tulia. Siku ya kwanza tulianza 5 days prior. Laini ikakataa. Nikasababu kusema Raina Raina. Zikakataa. Ikasema no likiki. Ikalinae kabisa na ikalinae. Sasa sikuambia asese Raini imeninae. Mimi nikakaa nikamwambia tukanywe ka. Mimi kuwa kama shufa. Hata kama tulikunywa, kwa mtu tulikunywa. Hata yeye kwenda ukunywa si yeko kwa ba. Kwenda ukunywe. Nani amekukataza kukunywa? Na kuna mahali imeandikwa jina ya mtu. Ati sasa hii ni ya Mase, hii ni ya nani? Iko huko inaitwa Taska, inaitwa Buiwat. Hata Changaa iko huko, kuna kingine kanaitwa Gadhuri. Gadhuri Igui. Kego kale to Gadhuri Igui. Haiko Gadhuri Igui ile. Tukaenda tukakunywa kahawa tukakaa. Tukapumzika mahali panaitwa hiyo mkawa ile ati cafe, tukakunywa kahawa tukapoa. Nikaambia sasa tufanye nini, tuende tukakule nyama. Akaniambia sasa tumefuka, tukikula nyama itatuumiza. Kwa sababu sasa nimeanza makasiriko. Si mnajua mimi ni mtu wa makasiriko. Nikaanza makasiriko sasa kwa sababu the mission is failing. Hallelujah. The mission is failing. Maana yule alikuwa to guide amepotea. Ni yule mae. Na sikumwambia hata saa hii sijai kuambia. Alikunywa maji na 50,000. Pota huyo ni wapade ya Narumoro. Nikaona spirit ya nani? Ya Mukuimodo hapo. Sasa nikashindwa kumenda. Alafu kuenda sasa kupata wale, sasa tukipata huyu, ule aliniletea connection ya huyu, kadi yangu ya ATM ikapotea. Tukaenda kuitafuta kwa hoteli tukaikosa. Kwa barabara ukikuta tukiwa na access kwa barabara. Mwambie mtu it is a struggle. You have to make it. It's a struggle. Kadi ikapotea. Ndio huyu tukaulizana siku na Equity hapa tuende tukaenda tukakuta saa hiyo ndio washman anafanya mnako kacha. Nikamwambia washman, hello. Mimi ni mheshimiwa wa Roinge. Sasa nitaka kutumia authority. Mimi ni mheshimiwa wa Roinge. Ama an Equity member, nataka kaniambia mheshimiwa, I'm sorry. Tumefuga. Si kujalisha. Nikafuta simu yangu. Manager hapa. Nikampigia. Nikamwambia niko na data card yako. Na dehana. Sasa sitaki kuonyesha watchman niko chini. Ni data card yako. Na dena nyuki na na besha. Tadi na manager nenda kuigira. Akapiga. Manager akasema huyo mtu aingie, lakini ni jina lilitumika. Kwa hivyo tengeneza jina. Wacha kukaka na hiyo jina imeosa.
Tengeneza jina. Huyu aliita majina ya baba zake. Aliita jina ya Abrahamu, akaita jina ya Yakobo, akaita, kwa sababu aliita majina makubwa makubwa imsaidie kwenye hii vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unatengeneza jina inakusaidia kwenye vita. Sasa nilisema mimi naitwa Mheshimiwa Waroige. Nilirudi kwa Mogeke. Nilirudi kwa Mogeke na nikatweka sura. Inakaa sura ya muuaji. Manager alikuja akasema, "Oh, habari yako mheshimiwa." "Ni wewe Dora. You are my fan kwa YouTube." Utotailetia mno. Nikajua, "Demoshie." Nikaingia nikamwambia, "Kadi yangu imepotea." Akaniambia tukutengenezee nyingine. Mara hiyo hiyo akaniambia kwenda pesa sigana. Akanitolea pesa. Nikatoka nikaambia sense, "Mountain we are climbing." Mountain we are climbing. Na tukaclimb. Maana you invoke the power of God wherever you go. Na wale watoto mnajua ni watoto wangu. Kuna mahali inafikaka kinaumana, tumia jina yangu. Either kwa uzuri ama kwa ubaya, tumia. Watanipigia simu, waniulize unajua fulani. Lakini nikikuja niangalie hapa, hauko, maana nitapiga simu niangalie jina yako, nitasema huyo ni jagiri. Fugieni. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaita Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, na akajiondoa, akaambia Mungu, mimi tu ni mtumwa. Tia kwehera bereta tadufu wa marege. Acha. Unajua dhufu ya marege najifanyaga ni kama imewekwa roiko. Wacha kujipeleka bere mami, kaa nyuma. Abia Mungu, know that I am just but your servant. Sio mimi nimejituma, ni wewe umefanya nini? Umenituma. Kwa hivyo authority ukitaka kuaibika ni wewe utaibika. Yaani alifanya ka testimony, alifanya kamiuka kitu kuambia Mungu umenye haha kwa hetana ni warashonoka. Kuna mali una fix Mungu, unamweka hapo na unamweka ndani, na alafu unakaa kado na mchugulia, unamwambia mimi hapa sijajilete, unajua ni wewe umenilete. Kwa hivyo wewe fanya nini? Shughulika. Shughulika. Mimi wacha nikae kado. Na alikaa kado, alifanya vitu vyote akakaa kado, maana alikuwa ameona kuna kuaibika hapa. To be sincere, ukiita Elijah hapa tumkalishe chini, hiyo kazi yote alifanya alikuwa na uoga. Ndio kwa maana akaita Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka. Alafu akaambia Mungu, sio mimi ni wewe. Kwa hivyo aibu ikiingia, ujue ni nani? Ikabidi Mungu ateremke ajitetee. Lazima uhusishe Mungu katika maisha yako. Ndio uite huyu Mungu ateremke, akuja apiganie, akuja apigane kwa sababu yako, akuja apigane kwa sababu ya elimu yako, akuja apigane kwa sababu ya biashara yako, akuja apigane kwa sababu ya huduma yako. Lazima umwambie nimeondoka. Leo ni mwadhani. Haleluya. Sasa tukiendelea kama zaidi ya hapo, simutaanza kusema wewe unaka katarame ya netra inoka. Mwe sawa kabisa. Tuende dakika nyingine 5 na wale watu wa mipango 37. Kuna watu wako na kampango ingine kameharibika. 37 please baby. Answer me Lord. Akamwambia answer me. Todo nionete nikiathogomana. Hello. Ukisoma context ya huyu mjamaa, hivi vitu vyote alifanya na njia ya kujiondoa. Wakati mwingine jiondoage, achia Mungu. Acheni Mungu, aitwe Mungu. Acheni Mungu, aitwe Mungu. Acheni Mungu, aitwe Mungu. Acheni Mungu, aitwe Mungu. Answer me, Lord, answer me. Alikuwa ameona huko kama kuna siku naenda kuaibika ni hii. Hata hiyo kwa mlima tukipanda nilikuwa naona maajabu. Ndio nilikuwa na kanyaga kama kitu kingine. Kukanyaga. Wakati manyoni, mandege zilikuja zikanisarau, zikakuja zikanilalia, zikanitembelea huko kwa kichwa, ni kama nimelala. Nikajua Mungu yuko hapa. Nikajua onegai. Nikatulia. Nikajua sasa niko line. So these people will know. Yani anaambia Mungu ni watu ya mamenyene wale ndokaleha hivyo, please God wanadehera hivyo nyige, but today please for the sake of your servant
Usikubali for the sake of your cover. For this, so that these people will know that you, Lord, are God. Yani amejiondoa kabisa. Hataki kuitanishwa na hii madhabahu. Jiondoe katika maisha haya. Ondokea. Wacha kujiita ati kama si mimi hii haiwezi kufanyika. Atakuua uzikwe na kitu kiendelea kufanyika. Yes. And that you are turning their hearts back again. Umeona jamaa alijiondoa ati kai kiadoa mamenye ni koroshia oreta ni warameta tinie anadile honie gai mimi si yuko wacha watu tu wakojue ni wewe. Hakujiitanisha. Sasa usikuwa akifanya kitu kadogo hapa ati ainue mkeka apeleke hapo atasuguka hapa watu unaona mgekosho uikareti huko dawo thondeka waikara wega sinana na akahura bisha kinya selfie nigetha watu wote wajue ni yeye alitengeneza nini, na hata na usampasa anaweka kwa ile kitu inaitwa ile status, ndio watu wote wajue. Kuna mahali inafika unajiondoa, unaacha Mungu. Muache Mungu na ugeuze moyo wako kwake. Just turn back to God. God, he is able. Ako tayari kukusaidia, ako tayari kukubariki. Tusimame kwa miguu yetu. Mwambie mwenzako there is restoration. And today we are being restored. Today we are being restored. Leta ile kitu inaitwa meza ya Bwana. Kwanza tuakule ndio tuanze maisha mpya sasa. Na mwenye hakulagi maisha ya Bwana barabara ndio ile. Ino doreka. Sema doreka. No ndio ni maratho ndekire karatathi keho karathika itangi wega. Kena guru njega muno karathinga. Ino doreke kwenda guthingo.